Asante sana. Basi baada ya kwa vile tuko na kwaya mingi sana hapa, kwa sasa hebu tumkaribishe our brother Mano kaka seito. Ndio. Haya. Tusikia watu wechi pigi pigi. 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 Ababoda nega sibunde chinde. Oyo bwato bochai karwa sinde. Abarundi ababoda n'abantu bunaitwa babwata chifamili n'abana bunaitwe. Wapigie makofi sana. Wapigie makofi tena sana tafadhali. Asante babu. Babu nataka nilete Ashur kwa stage. Ukiwa hapo hapo babu. Babu ukiwa hapo hapo nataka nilete Ashur sababu sasa ni back to back. Madije kaa uko ready achilia. Sasa ni back to back. Madije kaa uko ready achilia. Wewe. Ashur damsela. Enyangi tware korigia. Enyangi tware korigia. Abagina liliata. Enyangi tware korigia. Enyangi tware korigia. Endero twanyanyora. Endero twabanyora. Tochenge tokure kurerane. Endero tokure kurerane. Baba tochenge tokure kurerane. Baba inyangi nderere toakentwe danse omogo konderure totenge mpaka nse kuramucha yabeire bube sugusu yabeire bube tembe yabeire bube inyangi karatenga tenga ko wekumba ndoche mbiyobo tenga ko wekumba wapinduru we enyangi tware korigia enyangi tware korigia enyangi tware korigia enyangi tware korigia endero twabanyora endero twanyanyora mutangase mutangase rondero twite danse watanse twaganyete twatagete bibi harusi nigamesete na bwana harusi nigechenete amate yensoko wesigeri taitemba go kiborwe bigeri omogoko mongo rantogeri bakende keyo rantogeri taitote kebune barimo kwango kiniga kiro rarimo wepindumi ya Faruku Kibeti we enyangi tware korigia enyangi tware korigia enyangi tware korigia. Okay DJ, thank you Bob, thank you Bob. Abantu bamintombu yamore maito mojumbo soro chikwaye chini majito soro tenaigoro mwenspiga tenaigoro mutu atene kwaye osoro tage chikune tenaigoro momente gotengo moino gotenga iga korange tizi igandore korango igandore DJ no nyuweto bori DJ na mimi tenga mpaka nse gusi yaito yagera mpaka nse gusi yaito tenga mpaka nse gusi yaito. Thank you very much. Asante sana, mpigie makofi mazuri. Wakere chinko michingi ya gaki batemire ebiri lya tobe abageni balitu ateba ngaibire menta naendake. Asante kwa ruhusa yenu wageni wetu waheshimiwa, chini ya uelekezi wa msaidizi wa Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Faruk Kibet pamoja na mheshimiwa wetu Mheshimiwa Silvanus Osoro, munikubalie tuanze ratiba kwa maombi alafu tutaweza kuendelea jinsi itakavyofuatilia. Kwa sasa naomba kwa heshima tafadhali tusimame sote tuweze kuongozwa kwa maombi na Pastor David Omayo. Tuamini tuweze kuomba.
Baba wetu, Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi hii kuweza kuhudhuria mkutano wa kipekee wa siku ya leo. Asante kwa sababu unatupea viongozi wa kufana, na hii leo Baba wetu katika kiwanja hiki tunamsubiri naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, na hivi wakati huu Mungu wetu tunaye Mheshimiwa Faruk Kibet ambaye ni msaidizi rasmi wa rais, na zaidi tuko na Mheshimiwa wetu Chief Whip Osoro ambaye Mungu wetu kwa njia ya kipekee unawabariki, unawapenda, na hii wamekutana na wananchi katika sehemu hii yetu, na tunaomba ya kwamba Roho wako azidi kuwa pamoja na serikali yetu ya kipekee ambao wamejaribu kwa hali zote kuleta amani na utangamano na wananchi wote. Mapenzi yako yatendeke katika mkutano huu katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Kwa ruhusa yenu waheshimiwa, naomba sote tuketi. Kwa kuzingatia itifaki, naomba kuwatambua waheshimiwa wetu ambao wameweza kufika. Nilivyotangulia kwa kusema, tunaye msaidizi wa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Faruk Kibet, tunaye mheshimiwa wa eneo hili Mheshimiwa Silvanus Osoro, tunaye Mheshimiwa Steve Mogaka wa West Mugirango, tunaye Dan Manduku ambaye ni mheshimiwa wa Nyaribari Masaba, tunaye Mheshimiwa Mark Nyamita wa Uriri Migori, tunaye Mheshimiwa Lilian Sioi ambaye ni mwakilishi wa kina mama kutoka Trans Nzoia. Vile vile tunaye Madam Cynthia Muge ambaye ni mwakilishi wa kina mama kutoka Nandi, bila kumsahau Mheshimiwa Bure wa Taita Taveta. Na sasa kwa utulivu, ebiriri atobioka tumukaribishe omheshimiwa ito omwano ito Honorable Silvanus Osoro. Ebiriri atonga ibire. Ngie kina igwa. Yatinda igwa. Na bere igo. Ngai abasacha bare. Aiga barire Messi ebechuri bya. Aya, mbuya more. Nkwani yangonyo kondoche kurumaya gari. Ai. Mwaba abange. Bari no bari mukutano uyo. Abarende. Abana kitokora kibiro gombi abana tokora aba na kimutagete baisaranza kingai bago isaranza inse aseta iyo na kitokora bono tokora naki baira na maega. Okay, osetoru chitenti ga kire montate nene. No na kinko baona. Murigo lera no ne gasieri na kinda chenya kore ba me do agire. Na kimuro chengo kora. Bari batate ko torra. Bono kora iga, bari muri mo ina chitent. Totigere bari bakonyoro kegera mukutana unturi kuiranza nyinge twensi bari egera motorore na ino no bono mugotenena mutenenega egera bari bakonyoro baisaranza aria nyabondo ochebo osaba baikaranze lakini bawo ikaranza ngai bawo ikaranza lakini motoro chiaria ali mondoche lakini muma eterio giria na bono aya mwachira so bonge kweli una na abatebetie mocha so bonge ai inu muri abantu abaya rero na abarete ira bageni abanene kweli chibesa chiko tukuga atari besa chia basori na ano mare chibesa chiko karibishwa momari na chiko karibishwa momanyete kara oro kia bageni abanga mwanje to sora asama oko nebiriri adara. Hiyo ni makofi ya Osoro. Wanasema wanapenda mbunge wao. Akina nani wanapenda Mheshimiwa Silvanus Osoro? Acha nione kwa ishara.
Omaete siasa ina nkong sana. Osoro. Wewe DJ. Wewe huko namna gani? Mtu amelala darasani. Igo mwanje to Osoro. Ai. Wewe huyu mtu bure kabisa huyu. Huyu mtu bure amelala darasani. Amelala darasani. Buna agenda kuwe banga. Aiganto bwata bageni abange barure kirase Kenya ngima. Omurayo mutangani toganye to mogani yo mukubwa ogocho mo deputy president. Ntagete mu mwakere chinkobi amanya mwamukaribishire chisane. Okoro kwa Faruk Kibet, sinkobi cha Faruk Kibet tafadhali. Faruk Kibet ni gare omokonyi bwe president ya Kenya. Mungu anagete otariko sekariuka lakini rero muamose kiriga. Tima itinki Mungu ano yoto teriga ngoria otiso. Omose kiri tariko sekaraisi. Lero sekire. Faruk sijasema kitu nasema uko smart sana sijasema. Maana ndo sekire ke. Nimesema uko smart. Haya. Tuko na mbunge wa Uriri. Uriri iko Migori. Mheshimiwa Mark Nyamita. Wapi makofi ya Mheshimiwa Mark Nyamita? Na ande kago chaga mumukaribishe proper. Chinko biye ntaete hapa kene wakaribishwa proper. Tuko na mheshimiwa kutoka Taita Taveta, yani gari Pwani. Mheshimiwa Bwire, wapi makofi ya Mheshimiwa Bwire tafadhali? Ndio huyu amesimama hapo. Haya. Kule Western, hata waheshimiwa wa Western wamefika hapa. Tuko na Mheshimiwa Mugabe, wapi makofi ya Mheshimiwa Mugabe tafadhali? Ndio huyo. Tuko na msichana mwerevu kweli kweli. Msichana mwerevu. Amechaguliwa Nandi County kama women rep. Mheshimiwa Cynthia Muge. Aya, hapa nyumbani, kabla sijaenda nyumbani I think sijamaliza, tuko na Trans Nzoia County. Women rep wa Trans Nzoia County. Mheshimiwa Lilian Sioi, wapi makofi yake tafadhali? Hapa nyumbani nianzie Nyamira. Etobgaten togoro, ogotogoria maisa bakachiba sijasoka. Mheshimiwa Jerusha Momanyi. Women rep wa Nyamira. Alafu tuko na Mheshimiwa Steve Mogaka, West Mogirango. Mwakele chingo tafadhali. Aba girango ba minto ba West. Nero yo. Agote banga ganso bana amukani kweli kweli. Genda sei no retariga. Okay. Alafu hapa Kisii tuko na Mheshimiwa Omongino Ngaini. Omaita sakuru na sagotia. Omwengina Doris Donya Toto. Omaita naenda ba ishimwa da tomanya mnamokuja kwake ruchinko biga. Ebe sebe nyinge. Bagira ango mwa kanko bibosa. Aye, mwake nko bibosa. Ii nungote biya inu bagusi. Aiga buno gotere naga. Ebe sebe ki. Abagira ango ngwa katorobosa. Okay, chinko biya DJ to kogijongo to akende. Aye. Igabono Daniel Manduku koru nyari bari akia kera Daniel Manduku koru nyari bari masaba chinko. Nima eteno wari chibesa agonde ngati nkobo kwa sankuru wari chibesa chieto. Mbuya mono. Alafu tuko na treasurer wetu wa UDA Mheshimiwa Jafeth Mokaya Nyakundi. Alafu tuko na political advisor to the president, kijana wetu hapa nyumbani, Mheshimiwa Charles Chweya Matoke. Alafu tuko na professor wa mwenye anasimamia Kisii University, Vice Chancellor Kisii University, Mheshimiwa Professor Ogechi
Mpigie makofi tafadhali. Yani chingo bie chimwakanga chibasia echire chinge na kimureka rakira. Tato muntu bekite tai gei data. Ne birore. Njoma na kirete kimato muntu bwate tai ne birore Wose inu na kimumaite. Mwakire chingo bie professor gechi tafadhali. Echine chibesa. Alafu tuko na viongozi of course wetu hapa nyumbani, Mheshimiwa Willis Omuoyo, mpigie makofi tafadhali. Tuko na ambaye pia anafanya ni director kule ile University Jaramogi Oginga Odinga. Tuko na Mheshimiwa JJ Ondora yuko hapa, tafadhali pigia Ondora makofi. Mokaite nga yia chiete no ara ga Ondora. Ba kono reboli. Terena ga ba ko Ondora. Ma eta ba ka tenga niga asirete ko senga oyo. Nga yagochi. Na abgate besa kwanza ra ngorra murae. Ndabuna ari smart. Kwarare. Mwakere chingo bitafadhali. Yes, JJ Ondora. Nkorware ontebiriga mogosa. Mbuyari. Alafu tuko na MCS, Mheshimiwa Dolphin Bwari, simama bwevie, makofi ya Bwari. Mheshimiwa Celestine. Makofi kwa Celestine Oriango. Purity, makofi kwake. Director Lilian Mogendi, makofi kwake NTSA. Tuko watu wengi, my principal nimekuona, nimeona director Zakaria Yenda, makofi kwake. Ni watu wamepewa kazi na serikali. Tuko na principal wangu of course niko hapo, ameretire, mwenye alinifunza. Thank you very much. Alafu tuko na former MCAs hapa, Mheshimiwa Chweya, nimemuona. Mheshimiwa Ibrahim Ongubo, thank you very much. Charles na wote wamefika wote. Soro, siriba musio soro. Wewe. Soro, oyuno mojumbo soro. Ingaki. Soro, siriba musio soro. Nande irorege. Soro, oyuno mojumbo soro. Kugamba kwane ngolibo be kugamba muchumbo soro. Kugamba kwane ngolibo be. Chinkobi imokigoro nali bakomenta kanto. Chinkobi. Ogotera kwane ngolibo be ogotera muchumbo soro. Ogotera kwane ngolibo be ogotera muchumbo soro. Asokugamba kuyagambire amaene tata kwangokire. Asokugamba kuyagambire amaene tata kwangokire. Amagenderero tatakolire amaene otematemire. Amagenderero babakolire amaene otematemire. Sauti mogirango ya tebiro suragambe bante bilibuya. Sauti mogirango bante biro suragambe bante bilibuya. Abagaka bonsi bante biro suragambe bante bilibuya. Abangina bonsi bante biro suragambe bante bilibuya. Abasaye bonsi bante biro. Bekama bakagoro buyaga. Igoro. Iga 2020. Uno mujumbe. Iriata. Ogambire buya osoro tano tena. Ogambire buya. Buya kabisa. Omurai webikorwa kabisa. Otabwati obonyomba. CTF yonsi yante biro soragambe. Chinkobi buya. CTF yonsi yate biro suragambe bante bilibuya. Aya igwa. Kwani jeshika kidogo. Igwa. Abana moigwere. More tayari. MC Migi. Aya. Karatika mungina narongeire ngokoga wewe achana na huyu mama. Amesema anapenda usoro sana, amempatia kuku. Na mimi wacha nimpe zawadi.
Na mimi nimpea zawadi. Yaani mama amesema amekuja kusema usuru yani nje. Yaani nje mwa chitu bwate ngoko yani. Na amatebia tena ni kana nje mwe zawadi. Mwe zawadi. Wewe nitafutie 10,000 hapa nipatie mama aende kufanya. Akwapi mtu? Yes. Obuanja ni nabuo bwe. Anda. Ile byako sere bobe. Ndio hii. Chile ikomi. Aya. Aya musani wanakala ila mangora na aye ke. Ngoko ande. Acha na usisukume yeye, wacha na keti hapo. Wacha na yeye. Wewe wacha. Lakini nainua basikali hamo kuna bangwa na baba okuturine muruwari to bongo. Bono muntu ngiara nkorera ba meto wanyu. Usa mutiga chenki utuma chenki atagete. Usa enko moa. Usa enko moa. Bono ga kinki. Bari muri mai ga risko gocha mutu ali egere. Tutige libageri dia gatiga abantu banyora libagando chibago chandeka sana siko gocha ali. Bakase gali ye nchugo. Igo minute igo tindibia bono ontagete gochaka iga ntegerere montegerete tegerera kiri omokutano yo ningorangeri nambe monje narangeri no yone aiga mbuone nje nijo mujumbe gosema na bamendo abageni abana abane ere biya gosere bobe abageni abons aye suka abageni bandore songeni hapo toka hapo watu wanione wewe ama mketi chini abageni abanje te korosoro ngakioga baye aye Joseph Muruani na oko bayiga aya barabi abuna ende abatima ina kibara akore kiagere bari chitivi chine chitivi bona na inu chitivi echi mwasuka sukegera bari gereri na mwairana mo ko ngasa amo okay abantu abe barabange so ntaete mbate biga rere gento twacha gukora no muchango bwe bikundi byaito goseba no ebikundi byaito ne binge birega bande ndo chimubegete chi uniform ebikundi bya boda mbirega ebikundi bya chikanisambira ebikundi ebinge abageni nko bande libaga bakwane nche ngo kwana ekero mo deputy president ya soira enaja ko ba introduce ri abageni mago kwana yanta ite kukwana bono nkurangiria omugeni oyo mari gani aba bande bakwane egero omugeni omukubwa kagocha nkwana yana na yegenka gose baramento gake na inwe egase no okoraki na gwakachi ebinde byo no tebanga omanyete mugeni gete takwane gento ayegendo bango mukutano ugo otegerere okwana buno otegere inche kana ngero mukwana ngokwana ari ntagete nayo rangeri uri utagete na kwana ari atagete no uri ndarangeri uri atagete kwana ari atagete gose bono lazima tumanyanga ngaki kera twachire mekutano buneye kera umuntu nabwate bono buna anche togo nkani ngati nkwana ngaigoro ya ruto nje no nkoragera kuru chibese chinarete ne chiaye bona yegendo rie chia go kuru asokorigia nje lazima nkwana igoro ya ruto na lazima moni na lazima nkwane ere biya go sere bobe na kinaretero mokonyi oye bandetera chibesa nkonye biyombe biyane ayo nyo tutageti gendo bango yogo arete chibesa chiago gochimo aiga chikure chire go 20 watts emiake yebere nsete nene ngoko bango kwana muri kintu mu kwana emiake yebere bikundi yebimbi changerwa emiake yebere chipara bune chietago gochie kona nchi agachwa emiake yebere igoto kora ngensete nene nga ensebone tenene ensete nene ntike gocha ne wewe ere biya gosere bobe you know tigamba tebia point ye nkwa mnanta te kwariga ne farukwa acha introduce abande
abana wa minto naende gusieye naende na baba abamwachire ko ruisi kontare mbatebe bogirango ya itoya iranete maega emiaka ya maega bobe pi ekara na soto bojumbe abamwacha ne erambe bakaga etago eramie ikirete nyansembe abamwacha koru bosongo ndaite mumanye eramie ikirete nyachenge kuchitabaka rami jarengo ekara na soto bojumbe bogirange yetu abate chibasi ibere chi school bono gambo ari chibasi 17 bogirange ye eyarenge nchiragetere maega bobe chikoroba ekwara ko bari school yemo ekubwate koroba bone kan kwagacha toli chi abanyamondo kwagacha toli school yega St Linus ne chinde kirase chi abayora you let me tell you Nyasaye oanchire bono iga ninche ndange no burayi bwa iguru osaba nabamento gake ase gusibono iga nonde gatiari ere bya gosere bobe ntaite mbatebye gentekemo makwari ge niomboge niyo itakwane ntegerere omwako mutanganie kare rutaso 2023 nari ari kwebanga nari ari omogeni nkone kwebanga 2024 gaso yarenge last year tukabeke bintu kete bye budget mune para ya itoga yetago muma tensi na kiya chiete kaba bintu bigasareka mumanyete mwako yo kaera nkamureta bakagaigera promise ga ebekwe budget bono ige yabekirwe budget ye para yetago ekona getini nyamai ede president nego cha ngo batangaza bakali tukoruta go cha koyigoraga ere bya ko sere obe na inje kabatenge pare yo triko be kurami nje ndiko bori kura namana tukwane tega na ngirorere etago ekona getini nyamai bono inwe abande bayino mwanya kukwana kirase ngaya nimbwate chiop na ndera ronta temonge advice pengine eithantige kubwatie pare iyo nchake ko kure binte mutate nkure arafu chibese chibekire budget yetago chirusigwe chiganye gosenyarebe yani nje ngwake sabu ne boringa nakibona mwanya abantu bate emyake ebere nsete nene naenda bona munense yachite kababi chiwiki chisato chiarete nje naigwete buyake kiagera nje nachiete alinga teyo mugakoringa usibono ngama kiamagana bintu nakibire bintu bya nkonya gochiga ndaro siepa ekabekwe kagesichibesa chine ngaka nerago cha koyoraga ababande bare gukura gosena kibaho gukura abande budget yeto kuchigweti chibikibere isato chiatigaire bangus ebese ye efinyu ebekugo chaga njentige data njentige dakonya abantu bane ebinte moya konte biga nje tiganda akore gasi tiganda akora chirami chiane my friend goseba na bamito gake tiagonya gotobaniraga ebintu bitu batuma goroganga umaete gochimotwe mambi tata nyasaye karasa banyasaye ora ikano 2027 bone gati atora akore ebintu nyasaye atoire onye kingike to mugambi oriyange tiago nte ebintu chikoni nchiko kanya chikoni ende njentige tafadhali ninje ndo bono igande chikoni yari njentige inonye motate aigambo girango ngukwanira aigambo one tago ngukwanira botabori boige noerega nyaramba noerega nyataro abantu abwe bakomboringa yamagendererari tari komboringa lakini onye motate ntige ntera gotera kuri moyenga sikanyarebe onye ekino kumutaite ntera bangotera busaigo twarigerana nacha matanga nakwana sikanyarebe na ikaraza ekiagera ingo kwana ekyo na ururwe binte ebye chipara na ururwe bi nyaruka nere yachire gukwana ibintu bitu nachiete bono ninkare bono mwakere bono chinko inkare bono nke kiboko mokonya bono mokonya bono nkure gandu siko bo chifu ipiga monkonya kiboko nkonya bono nga kiboko nkonya bono nana mutaka onse kerraga abo tige yakasoli yimo bwata my friend bategi abantu abantike goseba nabamito gage kuboka mambichiredi hata niliona jema anyway wacha hiyo nitaongea deputy president ankiwa munda kuboka mambichiredi osoro motebya akore nche nimbwate mechando nde kubuli kura nche timbwate mechando lakini bona gani to one ko kubuli bolia lakini nche ndega moina aye onchuka kenye ngima onya tokoranga na kenye ngima tosoe lakini bosaigo ngosoro manyete karuwa epara ane trabe tage kona na kyogo nkonya nganyeng serikali yita etage kona kimbekiri chibesa honestly bame to kage erebya ko sere bobe mbuyande ko sembo bende bono ntare ko boli diswali igona emutage tamagenderero ko senga ke siasa echiro yetago mbra nega kwagachwa ginko bigumwe omuntu yita akanwa na agokonyire okoba na hotelire umuntu gete
chiro haneti nini bono ngaki mutagete bono ngaki mutagete lakini mwanya abantu no mokongu inje tata ntige nani byagonte abantu bari bantu maete egento takire okora no gukira togokwana nkira hasiki chitimu enjene timu nengo chiesa ro mupira nkionte intene ntige ro mupira ko kuchieswa lazima nchiese ekero begete uniform eri mo nyina na inje kimbegete uniform lazima tutachane bono that is how politics is. It's not an enmity. Tindi ashua dinkingo chikonyora na ne binte ibye no biko chikobonya bikoba ekembu atabona ne kinkora aragera nchata no mwana gasire ngurunkaga diga ko njanda my friend togo ntebinja ke koruchindege chigoroga ntiga abantu bane batubuka distimaga ntiga abantu boru wali chipara ngano gokura ngo mwama wacha gotengo soro ta gotacha gusiyereri ngo soro ta okwanaga bogirangereri bamento baberwa mbare kabanje to soro karanga ke bayo teya abantu jibangire ngora abantu bane na uma itana kibachandegete. I can tell you mbede president ngotara ko batebe egetieke koruwe binte ibyabete na abeke rumiro ni 100 yokorosike tieke kebe ku stadium obago cha kontebiga ngobe kukere daya sigari ngobe kukere egetieke omwaka oyo ayonte ebinga karatige ebyo ngagendo samatanga gusi kuone kukwana nga bono gusi etotagete sa abantu tagete igobane ensete nene ense bono etenene kerege ntokete nene bono Soro, siriba Lucio Soro, Soro, oyuno. Mwanchiranire, mwangere libaga, ngenderere, kubwatyo mongwanoria, ebintu byaito bibe, ose chikura chire 2027, bono iga ningomugambi, igorari ningomugambi, mudade chibesitiaga, mudade pare yegendere korosigwa, aba usi aba bana montegerete, ngotera more miake vere, nchenko ngusande bintu kuruchi constitution ziche ino mtumbega, tomago chokogamba ko 2027 monde ina kimotagete. Naende munaruta ko chagusiera undi yeye bogirango. Kaokora bogirango, nyali bari masaba. Kaokora nyali bari masaba. West Mogirango. Kaokora West Mogirango, Kitutu Church North. Abangona abarega. Kaokora donya to tebinga yatagete Jerusalem tena yatagete. Ebinte ebyonsi ebiko de constituency eji. Ejichinde ganya eyiye no mo cha koros. Intu tiatora arosi bono sei to tiago to chekia. Tiatora arosi bintu byase. Around the end, aba selfish in chain that cross buone abantu kunya konte bigora isiko I don't care tiganda arosi bogirango igo mo nganje te bado aya ngokwana na mangana ande kere mo deputy president yara iga mo erese na kintagete lakini mbuya abantu bali bakora egere ngende goteba ngebintu byasare kire oh no nkonye mbekere besa segete mbekere bata ibagenderere wose bana bamento na no mate kere mo ndenga nduga ngende timu eriende ndate mo manyenge around eri na ariko ga mantare nge serikali na abuga tetuko se marakane nkarara chiseri litukeri mo nkabuga tukeroka nkabuga ngaunchuka no chiseri ngatikeri nkairu nsibire ase Subaru maiga nabana baminto ngaiki ukeroka saine chiabo tuko nkabera aris keroka bakasa 8 bakamago nsibo bosaigo nga nge president ngo chere kusiyo soro tatakiri korokana kino mujumbe nkamago siborwa nkamakoretwa ngatiki ko keumbu na keroka botuko saa 8 timbu ati simi bagantenga gendo ligie simi bagantika ege koro tukiane kemo ngotarne koro tekemo ngosogoria arafu ngote ni gari ende yonsi egweta kosine nkonya ninkie town bantu mbama etenga imseri kimbekire egari eyo ekabora ngasugunana munemndo karega je chokora na kabeire ngasugunane etrere yemo ekahangi kibosongo nganyore pikipiki yamo mungwa narabwe pikipiki ngamote inkobe go chinyanchwa akandikire tati yetu kumanya ninje ngamote ichibe siya nechire nyumba akaka ndo murebi akambogori akanki ante osega musoro lina ikari ngachiko akalikire kamanya kumbe no soro
kama gasoa nyoma nkamwachi pesa bono igakena serikali ina arwanirite nkubwatu ose marakane no gonte bikara yetige myaka ibere getigarete igongira ne kubwatu ekiagara ekaro kondu usiga inche no muntu bwa kamono tima tikokira inche nate yorante ngosoro kira ngakingukira ngakinkomenya akamono akakangetia timu endeo singo ngotoka ngwaka nkoyerwanira anya kida seruto nkorwanira onde bwensi gocha sene ngotacha bono nko nganya kurua sare ngende bali bare onye nduto gutikira muino lazima ntache igonda abo gatukira lituko tata na korete ko CMS mutago ntiga na inche ndabera ase abantu bagotuka na inche ndaho nchoka buya gotina na inche ndabakonya ibintu bikuchukubasamba inche nde mali ndatenga yatika kuba patamono ngakiboko bayiga bamendo gayo montige mwanjira ndiye manganayo mwanjira nile bali banje to soro bano makora haya DJ sasa Mheshimiwa Faruk nataka nikulete hii story yote nimeongea ya Kikisii haikuwa maneno mingi nilikuwa nawaambia vile Kisii mashamba imekuwa ndogo si nimesema namna hiyo nikawaambia ukikuja hapa ujue kwamba kuna projects zinaendelea na zingine zimesimama kidogo. Namba 2 tukasema kwamba utuletee salamu mingi na ya mwisho utuletee pesa mingi. Si hiyo ndio nimeongea? Kwa heshima kubwa. Aya, mwanya kitinga mbuyamure. Watu ya South Migrango, oye! Mimi bado kusikia sauti yenu na mimi nimefika hapa. Watu ya South Migrango. Watu ya South Migrango. Hapa ndio kwa kina Osoro. Hapa ndio huyu kiranja wa bunge anatoka. Nyinyi watu ya hapa mko sawa si sawa? Wapi vikelekele ya Osoro? Tumefika ama hatujafika? Tumefika hapa kwa mama kuwafanyia bidii ili waende mbele. Shetani afanye namna gani? Kuna mtu anaweza kuweza nyinyi hapa? Mimi bado sikia vikelekele ambaye nyinyi mnasema mnatukaribisha. South Migrango oye! Mimi bado sikia ile mkisia kiimba dance mpaka dunia ipasuke. Leo tutasema, tuseme. Wakisii wanaenda mbele ama wanarudi nyuma? Wanaenda mbele. Huyu kijana Osoro ambaye nyinyi mmemlinda. Mimi nataka kuambia watu ya South Migrango, hamukupatisha, hamukuchelewa. Osoro siku moja atakuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Mnajua Osoro sio mkabila. Unajua Osoro ni mtetezi ya Wakenya wote. Umeona hii timu imekuja hapa kusimama na watu ya South Migrango. Si kwamba wamekosa kufanya kazi nyingine mahali popote waliko. Wamekuja kwa sababu Osoro anatembelea Kenya pembe zote kwa kila kiongozi ambaye amefika hapa. Ndio leo tumekusanyika hapa South Migrango ili tuweze kuinua kina mama na uchumi ya watu ya sehemu hii iweze kwenda mbele. Tumesikia kuna bodaboda hapa. Tumesikia kuna wamama. Tumesikia kuna miradi mingi ambayo Osoro ametutajia ili tuje tufanye. Ile maneno nataka niseme na niulize kabla mkutano ni kwamba nyinyi kama watu ya South Migrango, nyinyi ni wa Kenya ama nyinyi mnapenda ukabila? Nyinyi mnaona kuna jamaa moja katika hii taifa ako na chama inaitwa Divide Community Party. Kuna mwingine inaitwa Problem Leaders Party. Ule mama. Na uzuri ya hiyo watu wote wamehamia Tanzania.
wametoa bad manners Kenya wamepeleka Tanzania. Nyinyi watu ya South Murago mnaambia namna gani washindwe? Sio mnajua yule anaongoza divide Kenya na yule problems leaders parties, mnaelewa hawa? Sasa sisi tunasema, na mimi nataka kuwauliza watu ya sehemu hii, nyinyi huyu kiongozi ambaye anaitwa Osoro, mimi nataka sauti isikike mpaka Nairobi. Osoro anatosha atoshi? Osoro, na nimewaeleza msilee Osoro hapa mkipatisha. Viongozi wengi wanazaliwa na kulelewa. Sasa hii tabia ya watu wengine wanataka rudia all the times power, all the time power. Hii power tunataka ije kwa Kisii siku moja. Nyinyi mnasema namna gani? Mnaipokea? Mko na imani na Osoro? Unajua wale proposals walipropose ndugu yetu ule siku ingine, na nawaambia wa change the course. Shida si proposals. If you have a proposal mwenye alikupropose na hukuenda anywhere, why don't you change the course? Sisi watu wengi wanafikiri tumekuja hapa kushambulia ndugu yetu. Sisi hatuna haja. Sisi tuko na haja na Osoro afaulu na aende mbele. Na mimi namwambia Osoro, angalia mbele. Angalie mbele ama angalie nyuma? Aende mbele. Hebu fanya mkono namna hii watu hapa South. Osoro aende mbele. Sasa tufanye namna hii, Osoro mbele. Wakera Chinkobi! Sasa huyu nafikiri ameniwekea Kikisii, ananiwekea Kikale. Sasa hii mambo namna gani? Mnataka mimi nikitoka hapa niende niongeze Mkisii? Nioe Mkisii? Sababu Osoro anasema mashamba hakuna. Niende na Mkisii moja? Mnapenda namna hiyo? Allah. Hii mambo ni kali si kali. Na vile nimesema Mheshimiwa Osoro ni kwamba taifa, na nimeona hapa askofu moja, mimi nataka tu niseme yule mtu ametangaza kwamba Disemba kutatokea vita baada ya uchaguzi. Na nyinyi mmesikia maaskofu wakati SHA haifanyi kazi wanajitokeza kupinga. Mimi nauliza, mtu ambaye anatangaza matatizo yetu hapa nchi yetu Kenya, huyo mtu tumwambie namna gani? Ashindwe asishindwe? Nataka kusikia mpaka kule ule mtu ashindwe asishindwe. Hiyo ndio tutasema, na najua viongozi watasema. Nimekuja ili tuimarishe mambo ya uchumi hapa sehemu hii iweze kwenda mbele. Na siku ya leo kama kawaida, Bwana Osoro, wewe ni rafiki yangu, umetembea na mimi vizuri. Wewe umekuja kule umenisaidia kazi. Na mimi nataka wamama msikie, wamama oye. So nikifika hapa ukiongea unatoa yako, tukiongojelea naibu wa rais afike. Na kila kiongozi akifika hapa tunamchezea tanzi. Mimi nataka hiyo wimbo ya kale uweke, nitaita Nyamita, na kabla Nyamita wacha mimi nimtolee Silvana Osoro na kundi ya kina mama 1,000,000. Chinkobi chingi yone biridiato. Chinkobi! Hiyo ni sawa si sawa? Wanasema tusisaidie wamama vijijini. Hao washindwe wasishindwe? Pesa yetu kidogo tukiletea wamama kuna ubaya? Wanataka tupeleke ati pesa kule Nairobi kununua pombe na kutembea na malaya huko Nairobi. Nyinyi mnaambia shetani afanye nini? Tukikuja Kisii tujenge Kisii, tusijenge. Sasa hawa watu washindwe siku zote. Watashindwa ama watatushinda sisi? Ukabila nyinyi mnasema namna gani? Ule aliyekuwa deputy president siku moja amewahi kufika hapa kwa Osoro. Amejenga hata toilet. Amekuja kwa kikundi ya kina mama. Nyinyi mnawaambia yeye shetani afanye namna gani? Na atashindwa siku zote. Sasa nikiita kiongozi mwingine aje azungumuze na anaweka yake. Sio ndio maneno ya viongozi?
Si ndio kujenga mashinani ndio bora? Ama nyinyi mnasema namna gani? Tukae Nairobi ama tukuje mashinani? Tukae Nairobi tukuje mashinani. Wanasema ati sisi tukipata kitu twende mahoteli kubwa kubwa. Nyinyi mnawaambia namna gani? Very good. Wanasema na mnaona wamepeleka tabia mbaya Tanzania. Sisi tunataka kuheshimu majirani nchi zetu za nje. Nyinyi wa Kenya hapa kutoka South Mugirango, hao watu ambaye wako na bad manners wafungwe wasifungwe? Wamehamia Tanzania kwa sababu wameokopa kushindana na Mheshimiwa William Ruto. Mnaona wameenda huko kushindana na Suluhu. Tunawaambia wakuje hapa South Mugirango wause sera, wasiuze ukabila. Nyinyi mnasema hivyo ama sio hivyo? Hebu tuweke mkono tuangalie ishara ya pamoja Kenya. Sasa niwekee muziki niite Maki Nyamita na tumshangilie kwa makofi. Na unajua Osoro tunajenga watu wetu wa nyumbani. Sisi hatutaki hiyo maneno. Wewe unajua umeongea hapa Kikisii ukasema chibesa. Mimi naambia Osoro sio hiyo, tunajenga watu wetu wa nyumbani. Hiyo ni sawa si sawa? Kwanza kabla hiyo wapi pesa yako Osoro? Ngoja. Acha Osoro alete yake kwanza. Mambo ni kali hapa leo. Kuja. Tumpigie na mshangilia Mheshimiwa Osoro makofi. Tufanye hivyo, tusifanye hivyo. Hiyo ni sawa? Aya, Mheshimiwa Osoro, hebu weka tena hiyo nyimbo ni safi. Hiyo nyimbo ni safi sisi ngonyoma. Mimi nataka Kisii unafanya namna hii. Hebu tusimame tukichezea Osoro hivi. Weka hiyo. Hiyo tute same hiyo.
Mnataka wachane na serikali ya kuja kukimbia kwa street? Juzi niliambia watu wa Mount Kenya. Nilikuwa kule Kiambu. Tukaongea hata na watu ya Nyandarua. Tulikuwa na huyu Mheshimiwa Osoro. Nyinyi ni majirani zetu hapa. Si mnajua watu wa Migori? Niliwaambia kama mnataka kuingia upinzani, wacha mkuje sisi tuwapatie lessons. Hata mawe nyinyi hamjui kutupa mawe. Tutawaonyesha vile natupa mawe. Nikipima hata ule jamaa yuko pale katikati inampata. Nyinyi hamjui kuchoma. Nyinyi hamjui kubomoa. Na ile shida, nyinyi ni majirani zetu, mnajua. Kisii imeendelea mbele kutushinda hata sisi watu wa Migori. Central Bank ya Kisii is a currency bank. Hata ni kubwa sasa kushinda ile ya Kisumu. Ukiingia Kisii town ni kwa sababu sasa unaona hata mabank KCB sahihi hata karibu na branches karibu 3. Transaction ile pale kwa sababu nyinyi ni jamii ya kufanya biashara na kufanya bidii. Constituency yangu niko na wapiga kura karibu 1000 na ni wa Kisii. Hawasumbuani, bora wafanyie mambo yao, watoto waende shule na apate shamba mali kidogo. Ni ukweli hapa hakuna shamba. Wakikuja ubaya wa Kisii, unajua mmoja akiingia wanaanza kuitana kama siafu. Si ni ukweli? Akiingia tu mmoja hivi, kesho unasikia mwingine hapo, mwingine hapo, mwingine hapo, tayari. Walikuja watu wawili, sasa hivi wamefika karibu watu 1000. Lakini ni watu wazuri. Wanakaa na sisi kwa amani. Hii amani ya na sisi kuwa majirani, Wajaluo na Wakisii, ndio tunataka Kenya yote iwe namna hiyo. Hii siasa ilifanyika 2007. Maybe wengine wakumbuki. Sisi watu wetu waliuawa kama wanyama. The pain of post-election violence of 2007-2008 is still with us. Many families who lost their loved ones are still crying to date. Juzi tunaona mtu anakuja kutukumbusha ati hiyo ilifanyika itakuwa kama Christmas party. Vile yani watu wetu waliuawa. Ile majamii walikuwa displaced. Hawajawahi ona watoto wao, hawajawahi ona wazazi wao, hawajawahi ona. Hiyo yeye anaita ati ile vita ametupangia hapa mbele, ile itakuwa ni kama Christmas party. Huyo jamaa afanyiwe nini? Shetani afanyiwe nini? You know, every single time Rigathi Gachagua speaks, sisi kama wajumbe, we feel very vindicated. Hata tunajishuku, tunasema tulichelewa sana kuondoa huyo mtu kuwa makamu wa rais. Wewe hebu imagine, huyo jamaa alikuwa anaongea hivyo, ndiye alikuwa anakaa pale kando ya rais. Ati ndio second most powerful person. Tangu hata atoke anashinda tu mlima. Mmemwona hata akitembea hii area? Mmemwona? Na kwa mambo yake ya kuzungumza mmesikia akiongea miradi ambayo anapangia watu wa huku. So what we are saying, sisi kama watu wa Nyanza, na nyinyi pia tuko na nyinyi, this is the first government that we have seen projects that are tangible. In fact, huko kwetu Migori watu walikuwa wanasema Ruto ni mwongo, anasema hakuna kitu inafanyika. Alikuja akasema masoko ndio inatengenezwa. Alisema mabarabara, contractors sasa hivi wamerudi. Hata hii manyumba watu walikuwa wanasema haijengwi, sasa hivi watu Nairobi wamezibwa. Alienda amepeana vifungu, karibu watu 1000 wamepata. Sasa hivi wanaanza kusema ati hiyo manyumba sijui ni shilingi 3000 au watu hawawezani nayo. Ati wangepewa ati hata bure, wangepewa bure bado wangecomplain. Wanasema wamechagua wale watu wanapewa. Kwa hivyo si tunaona hiyo miradi ambayo inaendelea. Juzi tumekuwa hapa. In fact the boundary between Kisii na Migori. Tulikuwa na huyu Mheshimiwa Osoro hapa Rio Siri, si ndio? Sikuna soko inatengenezwa pale. Inaenda kupatia wamama heshima. Hata ukienda pale sasa utakaa unafanya kazi. Hii imefanywa na hii serikali ama haijafanywa? Uhusiano kati ya mwananchi na kiongozi sio mambo mengine, ni ile anakufanyia. The only thing between you and the person you elect, it is what he does for you. Kwa hivyo Osoro akiwajengea soko, hiyo ndio iko katikati yako na yeye. Akija akichangia mama na watu wa bodaboda, hiyo ndio utahesabu ikifika ile wakati. Si ndio? Kiongozi kule kwangu, mimi naambianga watu wangu vile rais alikuwa anasema mambo matatu, yangu ni tofauti na ile ya rais. Mimi nilikuwa nasema kiongozi kazi yake ni mambo 3. Ya kwanza ni kutimiza ahadi. Ukiwa umetembea hapa Mheshimiwa Osoro South Mugirango ukaambia watu nitajenga hii, hakikisha umefanya hivyo. Ya pili, kiongozi lazima aonekane.
asionekane tu kwa TV. Hati yako huko Nairobi, wewe unasikia tu huko. Lazima aje mashinani, hata wananchi wanamuona. Osoro anakujanga nyumbani. Mnamuona hapa nyumbani. Ya tatu, lazima pia uonje mali yake kidogo. Si ndio? Lazima unaonja mali yake kidogo. Si leo tumeleta mali yetu hapa. Si wamama wanaenda kufaidika. Wangapi wanasema tuendelee kukaa mashinani na kujenga wamama na vijana wote? Wangapi wanasema sisi tuko kwa hii serikali kuanzia sasa mpaka huko 2032? Hebu nione kwa mikono namna hii. Wangapi wanasimama na Osoro mpaka wakati atasema ametosheka? Kwa hivyo msitishwe na hao wengine kidogo kidogo. Sisi tuko gangari kama watu wa Nyanza, tunataka tushirikiane pamoja, na tukizindikisha wengine ndio wakati wengine watatuzindikisha, si ndio? Na hawa ni majirani yetu. Kwa hivyo mimi leo, Mheshimiwa Osoro, mimi nimekuja kusoma na pia mimi nimekuletea support hapa, nimekuletea 100,000. Tumpigie makofi mheshimiwa kwa kusupport Osoro. Takayeita anatoka Taita Taveta. Hebu sema Taita Taveta. Wapi music ya kutoka Nyanza huko? Viongozi wote waliokuwa hapa tukiongozwa na majority whip wetu, mtoto wenyu wa hapa Mugirango, Mheshimiwa Silvanus Osoro, watu wa Mugirango, Bwana Yesu asifiwe tena. Wamama hoe! Wamama hoe! Vijana hoe! Asanteni. Wababaria, asanteni. Mheshimiwa Faruk Kibet, mimi sikuagi mtu wa maneno mengi, lakini naomba ndugu zangu wa Mugirango, ninaomba kwa heshima na unyenyekevu kabisa, naomba ninene na nyinyi mambo machache. La kwanza, nataka nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwenyu watu wa South Mugirango. Mulitupatia kiongozi mzuri. Wakati mimi niliingia bunge, vile mmeelezewa, mimi naitwa Bwire, ni mjumbe wa kutoka Taveta. Wakati mimi nilivyoingia bunge, kusema ukweli nilikuwa sijui nitaanza wapi. Nikamfuata huyu Silvanus Osoro, nikamwambia, ndugu yangu, uliwezaje kutembea ukafika pale mahali umefika? Silvanus Osoro aliniambia maneno haya. Akaniambia, Bwire, Mwenyezi Mungu hana ubaguzi. Mimi ni yatima. Nilikuwa mtu wa bodaboda. Nilikuwa mtu wa kijijini kabisa. Lakini Mungu amenipandisha. Hata leo na keti na William Samoei Ruto, rais wa Kenya. Akaniambia, Bwire, yule Mungu alitembea na mimi. Mshikilie sana, huyo Mungu atatembea na wewe. Na mimi naweza sema nikisimama mbele yenu leo hapa, nilichukua maneno ya Silvanus Osoro nikaeka kwa moyo wangu. Leo nikisimama hapa nimeona Mungu. Hata mimi mtoto wa kijijini ambaye nilikuwa mvuvi, eti leo na keti na naibu wa rais tent moja. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka niwakumbuke na niwaelezee, mama ambaye uko hapa, mzee ambaye uko hapa, wewe ambaye unamtumainia Mungu, vile Mungu alinikumbuka mimi, yule Mungu ambaye alikumbuka Silvanus Osoro, anaenda pia wewe kukumbuka kizazi chako, na Mungu atajitukuza katika maisha yako. Mheshimiwa Faruk, naomba niseme langu la pili. Kwa mara ya kwanza leo nimeongea kwa umati mkubwa. Nilipokuwa pale nikajiuliza, jamani, hawa watu wote mimi nitawaambia nini? Nikamuomba Mungu neno moja. Nikamwambia, Mungu nisaidie, yale ambayo nitanena na mdomo wangu yawe baraka kwa watu wa South Mugirango. Na mimi naomba niseme mambo matatu peke yake, ndugu zangu. Cha kwanza, niwashukuru sana viongozi ambao wamekuja kusimama na watu wa South Mugirango. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 19:17 kwamba ukimsaidia maskini, ukimsaidia yule wa chini, umemkopesha Mwenyezi Mungu na Mungu atakulipa. Leo mimi sijakuja kwa siasa. Leo nimekuja kumkopesha Mwenyezi Mungu kwa kusaidia bodaboda wa chini, kwa kusaidia mjane, kwa kusaidia yatima, na mimi najua Mwenyezi Mungu pia mimi atanikumbuka. La pili,
ndugu zangu, mimi nilikuwa kwa kamati ya bunge ambayo inaitwa public petition. Nilitembea hii Kisii kwa sababu kulikuwa kuna wale waathiriwa wa post election violence ya mwaka 2017. Niliona vitu ambavyo sijaiona na macho yangu. Niliona watu kutoka hapa Kisii ambao hawana mikono, walikatwa mikono yao Naivasha. Niliona watu ambao wazee wanalia, hawajui watoto wao walitupwa wapi. Mzee mmoja Mkisii akaniambia, Bwire, tulikuwa tunachinjwa kama kuku. Leo nikisikia kiongozi ambaye alikuwa naibu wa rais anasimama mbele ya TV anasema eti yale ambayo yalifanyika mwaka 2007 ilikuwa ni kama Christmas, eti mwaka 2027 watafanya mara 10 ya hiyo. Ninamwambia jamani, mbashindwe jamani. Hebu mwambieni huyo Mkabila ashindwe, watu wa Kisii. Kwani mnamuogopa? Mnamuogopa? Mwambieni ashindwe katika jina la Yesu. Watoto wetu hawatakufa tena. Wazazi wetu hawatakufa tena. Kenya itasimama, itakuwa moja. Na mimi mkiniona hapa hivi naongeaga kama mtumishi, lakini mimi ni Mkatoliki. Nimezaliwa na Mkatoliki, nikabatizwa Katoliki, na nimelelewa Katoliki, na nimefunga ndoa Katoliki. Mimi nataka nimwambie bishops wetu, mabishops wa Katoliki, wakati SHA ilikuwa haifanyi walitoka wakatuambia kwamba SHA haifanyi. Wakati kulikuwa kuna matatizo na Gen Z walitoka. Wako wapi sasa saa hizi? Watoke wamkemee Mkabila ambaye anasema mwaka 2027 kutakuwa na vita na watu watauawa. Ako wapi jamani ndugu wa bishops wetu wa Katoliki waseme hayo? Mheshimiwa Faruk Kibet, wacha niseme jambo langu la tatu. Biblia inasema tukutane wote tusemezane, na ijapokuwa dhambi zetu ni nyekundu kama damu, atazifanya yeye Mwenyezi Mungu ziwe nyeupe. Mimi naomba niwaeleze kitu kimoja. Ukisoma katika Biblia, usome kitabu cha Mathayo mlango wa 27 mstari wa 15, utaona pale watu wawili. Pilato alikuja kwa umati kama huu, wakamletea Yesu. Pilato akaangalia akaona hao watu wana wivu. Pilato akawaambia, niko hapa na Baraba. Mnamtaka Baraba ama mnataka Yesu? Wale Wayahudi wakasema wanataka Baraba. Sasa mimi nataka niwaambie sifa za Baraba. Hapa Kenya mnajua yule mtu ambaye anaangalia wajane, anawaambia kwamba wao hawana shares. Mnamjua ama hamjui? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Asante. Asante. Naibu wa rais amefika. Wacha tumpatie dakika moja. Hebu tupatiwe nyimbo tucheze wakati anaingia. DJ. This one is for you. Simame tumkaribishe naibu wa rais. Producer Danny on fire. Wapi kelele ya naibu rais? Peana sauti sasa. Peana sauti ya muziki tafadhali. Ngayebiri ya tobira bangina. Baba isakongi yeri. Kidogo. Beka maboko aborego romanya mwanche tomo ne bwensa bokonyi wa mwana bwense. Yes. Etogo akachinko bibune kanisa bakaika taribo. Beka gorobia marije twende kazi. Aka. Piga tu. Iwa. Maburende twamanyire gosoma. Imbaigwati imaburende twamanyire gosoma. Imaburende twasomire gesongo. Imaburende twasomire gesongo. Motako iririata. Imaburende nakyo monta korokwa.
imaburende ngake Ayebiri byatobire. DJ wanasema waimbi sababu wasikii sauti. Mbona ne practice tuarenge taribo? DJ peana sauti ya muziki vizuri. Mbona na inu mama tamna mogo sasa okia monto taribo? Weka mabukabire igoro. Kwenda bana toche. Oh igo chao yo. Imaburende twamanyire gosoma. Tera nanche imaburende twamanyire gosoma. Ashur. Kakiririata. Iririata. Abangina abantu. Into nanche. Wapi shangwe na vigelegele vya Mheshimiwa Naibu wa Rais? Karibu tena sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibu sana katika udongo huu wa South Mugirango Mheshimiwa Naibu wa Rais. Madija tuende kazi. Asante sana Makamba, baadaye kidogo. Naibu wa Rais. Akachinko biririata. Igwa. Ogusiyo monga inense. Twende hivi mheshimiwa. Hivi tu. Karibu. Ndagete totere. Kuna bari mubaito. Sukuru basomya. Nyabanyagitari. Amaroye barwarya. Kipuro besambo ito. Ese yaito yonsi. Abanjiri ambororo. Echiro ya tintindi. Imaburende omugusi no mongaini. Tera. Imaburende omugusi ngane nchome. Asante sana. Watu ya Mgirango oye! Sasa kwa sababu mbunge alikuwa anaendelea kuacha, tukaribishe Naibu wa Rais. Najua Osoro atakuja kumkaribisha rasmi. Wapi vikelekele ya Naibu wa Rais wa Kenya? Watu ya Mgirango mnapenda Profesa Kindiki? Wapi shangwe na mkono yake nisikie? Watu ya South Mgirango oye! Sasa mjumbe alikuwa anamalizia, tunaenda kwa sababu amefika rasmi. Mheshimiwa Bwire. Eti tuendelee ama tusiendelee? Mugirango hoye! Mugirango hoye! Kwa hivyo tulikuwa tunaendelea na maneno yetu. Mmefurahi kumwona Naibu wa Rais? Hebu nione salamu ya Kithure Kindiki. Mheshimiwa Naibu wa Rais, watu hao walikuwa wamekusubiri sana. Lakini kwa heshima yenu wacha niongee jambo langu la mwisho. Nilikuwa ninawaelezea wakati Yesu alikuwa anahukumiwa, aliletewa pamoja na Baraba. Hapa Kenya nyinyi mnajua watu ambao wana sifa za Baraba, watu ambao wanalia wanasema Kenya igawanywe kwa misingi ya kikabila, watu ambao wanapinga SHA, watu ambao wanapinga maendeleo ya manyumba na barabara. Lakini kuna mtu ambaye mtoto wetu ambaye anashikanisha Kenya yote nzima, ambaye anaitwa Daktari William Samoei Ruto. Kwani nyinyi watu wa Kisii mnamtaka yule ambaye ana sifa za Baraba ama mnataka yule anataka kuunganisha watu? Sijasikia bwana watu wa Kisii, kwani mnaogopa? Mnataka Baraba
Wayahudi ama mnataka yule wa kuunganisha watu? Mnataka wa kuunganisha watu? Na mimi mwisho kabisa, mimi sijui watu wanachagua viongozi wakati gani, lakini mimi niwaulize tu nyinyi watu wa Kisii, na mimi nasema kama mtoto wenyu bila ubaya, kama urais unachaguliwa kwa sababu ya usomi, huyu Profesa Kithure Kindiki na yule mtu wa shareholders ni nani amesoma? Mbona mnakaa kama mnaogopa nyinyi? Kama urais unachaguliwa kwa sababu ya kisomo, kati ya huyu Kithure Kindiki na yule mtu wa shares nani amesoma? Kati ya William Ruto na yule mtu wa shares nani amesoma? Kama uchaguzi urais unachaguliwa kwa sababu ya mtu kumcha Mungu, kati ya Kithure Kindiki na wale watu wa shares nani wanamcha Mungu? Ni nani wanamcha Mungu? Kati ya yule mtu wa shares na William Ruto nani anamcha Mungu? Ni Ruto. Basi mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati Yesu mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Yesu alivyoponya mponyaji mtu wa kipofu mmoja, alimuuliza maneno haya: niendelee ama nisiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Namaliza hivi nikisema hivi: wakati Yesu aliponya kipofu, yule kipofu alipatwa na Wafarisayo. Wakamuuliza, wewe Mfarisayo, si umeponywa na yule mtu yule seremala, yule mwenye dhambi? Lakini yeye alisema maneno haya: kama ni mwenye dhambi mimi sitaki kujua. Kile ambacho ninajua, nilikuwa kipofu, sasa mimi ninaona. Si ndio? Na mimi watu wanasema maneno mengi kuhusu William Ruto. Watu wanamuita majina mingi. Wengine wanasema eti must go, mwingine anasema eti yeye ni Zakayo, mwingine anasema yote. Kama ni hayo majina mimi sitaki kujua. Kile ninajua ni kwamba mbolea ilikuwa inauzwa shilingi 7,500, sasa hii ni shilingi 2,500. Ni kweli ni si kweli? Ni kweli si kweli? Kile ninajua walikuwa wanasema SHA haifanyi, sasa hii SHA inafanya. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kile ninajua masoko yanajengwa, mabarabara yanajengwa, manyumba yanajengwa. Huo ndio ushuhuda ninamaliza nao. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi mwisho kabisa nakuaga nabii. Na mimi nataka nitabiri leo. Leo ni tarehe ngapi? Leo tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2027. Nataka nitoe utabiri wangu hapa Mugirango. Watu wa Mugirango, nitoe ama nisitoe? Nitoe utabiri wangu ama nisitoe? Utabiri wangu ndio huu: mwezi wa 8 mwaka 2027, Rais wa Jamhuri ya Kenya atakuwa William Samoei Ruto na naibu wake atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Na huyu Silvana Sosoro iko siku moja atakuwa waziri na atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Asanteni sana. Mimi natoa mchango wangu wa shilingi 100,000 kusupport wa mama na wa vijana wa Mugirango. Asanteni sana. Huyu Mungwana anatosha atoshi. Mumempokea yeye. Akifika kule Taita Taveta salamia wa Kenya wengine. Hebu tuweke mkono yake namna hii niangalie. Sasa namleta mama kutoka Nyamira County. Wapi nyimbo yake? Osoro, unamsindikiza Osoro. Hebu tuweke mkono hiyo nyimbo ya Kikalen tusikie namna hiyo. Osoro kwa wapi? Asante sana. Asante sana kwa nafasi. Our Deputy President, colleague members of parliament, wananchi watukufu ambao mmekuja hapa leo. Siku ya leo tumekuja hapa kwa mwaliko wa ndugu yetu
Mheshimiwa Silvanus Osoro, na enyewe nikiwaangalia hivi naona vile mnapenda Osoro. Mwagokire tubwata bageni iga baretire ebinte binge bigocha bakanya ritukoria rero. Igonta gete ko batebiga tiganda kwana na icho munwoyo ito. Obo maene ekero monto atagete kunywa mabere. Nigakogenda atiko kama eng'ombe etarabiera. Mbura nigako kama eng'ombe yabyarire amabere aro agoiteka elinda irara abana baye banywe. Igobona manganaya Osoro abatebiriga adisaitirina goikara abera ase serikali iga South Mugirango monyora magenderero sipi goika 2027 nyanya twasibirie e constituency mbobare. Igomoroje nganje Jerusha mumanyi igonda abojo gochikoba isiko timbera sosorale nantengire nabantu bane banyamire binto. Igonda eteko batebiga abantu baminto. Kero monto ogotaka koria serikali. Onde bwezi igakoria karaso irororo elinda nyore kiriare koria. Bano Osoro mbalia serikali ntenare ngo. Baka yenyora. Inkamanya bataba ngagakitina nya konyara komenya isiko asema bera tayonda irira bantu bane. Inkatanga toini babo Osoro. Bone ngombe inote nkorwera mabere. Inyetika tingirira bana bane. Igonare ko basorora. Bantu mbanya korosi bintu byabo batigera bantu bande baliye. South Mugirango ga inmugwato mheshimiwa OUDA na ndo manyira ko cyochorwe bwango byonsi ko tigorari nero totenenete. Motigo mwana yo ino momotige mochikoriye ngao. Tomotugekera kabisa. Ayinara twacha kuhakikisha nande ngento mwatire na arari mumwanjete. Osoro galenge ko chokora. Nyasaye moretire bakomo ikiriga. Moroji mabwate sako moira. Akara tuarete parliament. Tuabwate deputy president. Tugachandika agatebanga onyesha kya ontiarenga torkonyora kende. Bono litoko nyakorera abantu bali bamochorete bagatotebyo ya tago tokonya. Tugateba karwo tukamanya korete rwe professor. Professor Kitule Kindiki. Sai ukienda mahali popote kuna amani kwa sababu tuko na mtu ambaye amesoma na pia tuko na mtu ambaye anajua nchi inataka nini. Amesaidia president kumake sure nchi yetu iko na amani. Na sisi kama wamama tumesema hivi, mtu yoyote ambaye anatutangazia vita kwa wamama, nataka niwaombe mtu asiende kwa huyu mtu, kwa sababu sisi tuko na watoto katika tumbo zetu, tuko sometimes na watoto katika migongo, sometimes hapo kwa nyumba kila kitu ni wewe. Vita ikitangazwa uwezi anza kutembea na kukimbia na watoto 5, mwingine kwa mgongo, mwingine kwa tumbo, mwingine kwa mabega. Tutaweza kweli? Huyu mtu mwenye anatutangazia vita ashindwe katika jina la Yesu. Your Excellency, the Deputy President, the people of Gusiland are ready to support this government. And the way you have come here today, mumekuja na mumetuhakikishia ile maendeleo yote ambayo tuliuliza yatakuwa. Sasa tuende wapi kutafuta maendeleo? Si tukae huko. Hapa ndio serikali iko na tutatembea na hii serikali mpaka mwisho mahali watamalizia, tumalize na wao na tuende ingine. Asante sana, Mungu awabariki. Moko genda andosi. Tabia bantu ngantogoro. Jerusa mumanyi ntogoro. Nero korio bukaba na bwanya mira, mumubwatesie. Asawa seni bia. Haya, huyo mama ameongea lugha ya nyumbani sawa. Mama ameleta shilingi 100,000, makofi kwake. Sasa wacha tuite Silvanus Osoro, alafu yeye atatuletea mgeni
ndio sasa wabunge pia wakuja wasumuze na tumalize. Tumpigie makofi Mheshimiwa Silvanus Osoro. Wana ngojare. Wana basemo baro cha bonse. Mukaite ngabantu bari gukwana. Ngokwana bari na chiteka chikatikire chinsi nini. Ane morosa. Eto tare kora igwe message yo murai kwanza mutara rosa. One ka kogenda totike. Tore minto na endo mugaso yororire to irangora moire ngora. Erebuya gosere bobe. Your Excellency Deputy President, karibu sana hapa kwetu. Hapa ndio South Mugirango. Unajua His Excellency atasema maneno mengine akisimama hapa anashinda akiniambia kwamba sijamaliza kulipa dawari, lakini atasimama aniambie kwa sababu hapa ukiongea hawa watanichangia, kama nimekuama kidogo waweze kunichangia niende nimalize kule kwenu. Na kina ina moko baiga. Mbarabi motaide. Barabi abo. Ya aye oyo ikarastega ne Deputy President. Ekara so irande ebiye nimbiri moko rebi bebigunya gotenna bigunya woncho kanana. Oma etoyo atigere taka step kwa kamo abo monene ke yani eto saba kene nke bara kide ono muntu kiteo monene. One biye ni muro chibigunya woncho kanana. Bitigi gendo ngiura kore nabaskari baye wasema bamento gage. So nataka kwanza nikukaribisha hapa Your Excellency. Number 2 nitaje maneno 2-3 kwa sababu najua ukisimama hapa utayazungumzia. Your Excellency, kwa ile mkutano tulikuwa nayo Nairobi about 3 months ago. Ulikuwa kwa hiyo mkutano na Mheshimiwa Rais alikuwa kwa hiyo mkutano. Ile barabara niliwaeleza ya Etago, Ekona, Geteni, Nyamaiya iko tu hapa juu. Your Excellency, vile naenda kukaribisha hata mengine yote yakiwa chini, ile utazungumza ndio hao wananchi wanisikize zaidi. Barabara ya Etago, Ekona, Geteni, Nyamaiya inaanza lini? Erebi yako sere bobe. Niseme nisiseme? Simumenituma hiyo? Barabara ya wapi? Etago, Ekona, Geteni. His Excellency atueleze tu hapa watakuja lini na Mheshimiwa Rais watusaidie hiyo barabara. Si namna hiyo? Ya pili, Your Excellency, hii stadium ambayo tumesimama hapa mbaya sana. Angalia vile inakaa. Tukingoja county government itengeneza, haiwezi. Mimi nakuambia ukweli, haiwezi. Kwa sababu kazi ya stadium ni ya county government. Lakini haifanye nini? Haiwezi. Plan ni gani kwa hii stadium ya Etago, Ekona, Geteni, Nyamaiya? Plan, ya Etago Green Stadium. Plan ni gani kwa Nyamarambe Stadium? Kwa sababu niko na Nyamarambe na niko na wapi? Mimi nikiwa na watu wote lazima ni balance. Chache na Borabu. Tukitangaza Etago lazima itangazwe Nyamarambe. So that we balance yote. Erebi yako sere bobe. Ya tatu, watu wetu wa Rerek wengine wamelegea kazi. Kuna kazi zilikuwa zimeanza hapa za Rerek, za last mile connectivity. Zingine zinaendelea na zingine hawamalizi, wako slow. Mahali project ya stima ilikuwa imeanza kuwekwa, tunaomba isukumwe watu wapate stima. Although sahi tunazungumza Your Excellency, tuko na contractors on site na surveyors wanaendelea kufanya all over. Lakini waharakishwe because iko stages iko na pesa mingi ya stima. Waharakishwe ndio hao watu waweze kuona mwangaza. Mumekubali? Mumekubali? Ya mwisho Your Excellency, nitaomba ni hii shule yangu ya St. Linus. Niliona kwa budget mniliwekea pesa, lakini najua kwamba utatangaza leo ni ngapi na ni siku gani hiyo pesa itaongezwa ndio hii gorofa yangu iweze kumalizika. Police station yetu ya Etago naona kidogo kuna challenge ya cell siku hizi. Your Excellency, sijui kama vile unanisikiza, hii cell yetu ya Etago police station wako tu na cell moja. Watu wetu hawakosei sana, ndio maana cell ni moja.
lakini ama watu wangu hawakosei sana, lakini kwa sababu hatujui kesho itakuwaje, tuongezee sehemu nyingine na ijengwe ikuwe modern police station, ndio tuweze kukua na town ya maana katika Etago police station area hii. Erebia kwa sere bobe. So mimi leo nataka nikutangazie hivi. Hapa Kisii tumeamua, wacha hiyo propaganda, Mheshimiwa Faruku kidogo. Wacha hiyo propaganda ambayo ilikuwa inaenea hapa Gusii mzima. Sisi tunataka kufanya kazi na serikali. Kama kuna area watu wakukaribishi na wakaribishi rais, South Mugirango sisi tunamtaka. Kama kuna area watu hawataki barabara, wanataka jina, South Mugirango sisi tunataka. Kama kuna area watu hawataki stima, ni sawa. Hii miaka sisi tunataka maendeleo hapa kwetu. Ile maneno nilisikia mmoja alikuwa anasema kwa redio. Kuna kiongozi mmoja alisema juzi kwa redio ya Kisii. Ati anasema nataka nione kama watu kama akina Osoro wataenda aje ground waongee. Ati akawaambia wakikuja ground muwafukuze na mawe. Wewe bwana Kashiedha, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hii ni wapi hii unasema? Unakuja kutishia mimi, unashindwa kutishia watu kule kwenu, unakuja kutishia mimi hapa Kisii? Bwana, akili yako inafanya kazi wewe bwana? Hii ndio Kisii South Mugirango. Na tumekanyaga kwa kazi ya maendeleo. Hebu nionyeshe akina nani wanapenda Silvana Osoro, nionyeshe kwa mshara ya mkono. Sasa wewe unaenda kwa redio badala ukuje ground. Unaenda kwa redio kutangaza ya kwamba sijui Osoro hawezi kanyaga Kisii, hawezi kanyaga South Mugirango. Hapa ni wapi? Na hii maneno ya kututishia juu ya 2027 ati sijui kutakuwa na vita, tafadhali. 2007 Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nilikuwa na pikipiki, nilikuwa naendesha bodaboda Molo. Pikipiki yangu nilishikwa nyinyi hamjui. Nikaona pikipiki yangu ikichomwa, nikatoroka. Nikakimbia nikaingia kwa tanki ya mafuta ya kuchota mafuta. Ile tanki ya kubeba petroleum. Nikaruka ndani. Mimi na hiyo wakati hakuna mtu alikuwa ananipigia simu. Mimi mnajua sina wazazi, hakuna mtu alikuwa na haja na mimi. Siku hizi ndio naona watu wako na haja na mimi. Nikakimbia, hiyo gari ikanileta mpaka Mukuru kwa Ruben. Nikiwa njaa, nilikuwa na kapesa kadogo, nikashuka Mukuru kwa Ruben hapo, Lunga Road, mahali wanaenda mafuta. Ile pesa nilikuwa nayo kidogo, nimechota kidogo ya bodaboda, nikanyang'anya na vijana walikuwa hapo. Nikakaa kwa slum, kwa street kwanza for some few days, sina chakula. Wewe unaanza kutuambia kwamba 2007 was a Christmas. Wewe akili yako bwana uko sawa? Na unatuambia hivyo, hata gari ya Subaru ikipita kwako kidogo hapo tu unakimbia. Wewe mtu muoga, mtu bure kabisa, unakuja unatishia nani? 2027 will be the most peaceful election ever. Maneno ya kutupangia vita na kupanga vita, unakuja kupanga nini? Hasira mingi. Bwana, hii kiti si ya mtu, umeshindwa. Unakuja kutuambia hapa sijui maneno ya one term. Wewe si utuambie maneno ya half term. Wewe ni half term, unaambia watu wako at one term na wewe ni half term. Unatuambia one term na yako ni half term. You could not even convince 5 MPs wa kupigia kura. 5. Unakuja kutuambia hapa yenye kwenda. Mtu kikeribono. Erebia basere bobe. Yaani komeke segi unapanga sisi kama jamii ya Mkisii tunataka amani. Because we are spread all over. Tuko hapa Migori, tuko Nyanza mzima, tuko Rift Valley, tuko Central. Ukianza kutuambia maneno ya vita, ukienda Thika kuna Kisii ndogo, ukienda Uasin Gishu kuna Keroka village, ukienda hapa Kisumu Nyamasaria ni sisi. Honestly, ukienda Nyahururu kuna Kisii ndogo, ukienda Nanyuki wa Kisii wamejaa. Alafu tuambie 2027 kutakuwa na vita. Sasa hata mkikasirika na sisi kidogo Kenya tunachaguliwa Minnesota. Wewe. Alafu unakuja kutuambia 2027 watoto wetu wakiwa nje. Shindwe sana. Shetani afanya nini?
Hakutakuwa na vita 2027 kwa sababu wananchi wakiona kama hapa South Mugirango, wananchi wakiona tawe imekuwa lami, wanajua kiongozi wao, wanajua ni nani watapigia. Wakiona market imeisha, wanajua ni nani wanapigia. Wakiona stadium imejengwa, wanajua ni nani wanapigia. Sasa vita itatokea wapi? Na watu wanajua nani wanapigia. Wacha kutusumbua mheshimiwa wewe, hata sijui kama wewe ni mheshimiwa. Alafu unaenda unaambia watu kwa redio ya Kikisia kwamba wabunge wa Kisii sijui wako namna gani, wamekataa kufuata sijui nini. Na wewe kwako hakuna mbunge, hata mbunge wako hakufuati. Hata mmoja hakufuati. Wabunge 60 uko na senators wawili. Unakuja kututishia hapa Kisii. Na hujui hata Kisii ni wapi. Unazoea tu kijiji moja wa Munyoro. Atishishi, nyenye chechi kwenda kabisa. Ashindwe asishindwe. Bona na Mungu kuwa naiga, mama wa ngangane kurwa, ikega ni nganya ngende timweri. Na bona kuwa naiga, anga bona mbuga gagi ndigarega. Njeti mai tikokira. Nda chekia abantu bona njega kini mai tikokira. Mwanjira nire tokaribisha mugamini oyo. Ngomukaribisha muri. Gaki omongwano no muororo. Mnatuwa musabire buya. Nkoirani are bintu. Na wanyene chibesa kore tereterare. Na wane pare nko yirani yare. Ntegete tumukaribishe buya. Na ande tuanche abantu bakotoretera amagenderero. Mwanjira nire. Bintu rimukunya kontai motige nabakani na motige. Tiawa ndenga minto inche lina kabuga turu mwaka nyure nche minto nche ntige karantiga. Nche nterantiga. Borobori mbora Tokora magenderero. Mbani kama matebo soro juu bado. Na ende mwezi pi. So kwa hayo machache na mengi. Mbuyamono sana. Your Excellency, hapa vikundi ambazo ziko hapa ni vikundi za bodaboda, vikundi za wamama, vikundi za kanisa kidogo, vikundi za SACCOS. Hapa tuko na vikundi, Your Excellency, mingi sana. Na wote wana expect message yako na message ya rais. Na si message ya maendeleo ni sawa, lakini message, message. Muna expect nini? Message ya nani? Rais ni nani? Akina nani wanapenda Ruto? Asante. Thank you. Bas, abantu baminto mbuyamore. Bwana asifiwe. Bas, asante, naomba tutulie. Wacha nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao tumefika hapa leo. Leo ni siku ya maendeleo yetu, watu wa South Mugirango, kwa sababu tuko na wanabiashara wengi wadogo. Na hawa wanabiashara
wangetaka msaada ili waweze kukuza biashara zao, kwa sababu tulisema wakati wa kutafuta kura, kazi ni kazi. Ni kweli si kweli? Si kazi ni kazi? Si ya saluni ni kazi? Si ya mama mboga ni kazi? Si ya bodaboda ni kazi? Ya mkokoteni ni kazi? Si kazi ni kazi? Mboka ni mboka? Si ndio tulisema wakati wa kampeni? Na kwa sababu kazi ile mtu anafanya, haijalishi ni kazi gani, kazi ni kazi. Tukasema hatutafanya vile wanasiasa wengine wanafanya. Wanasiasa wengi wanangojea mpaka siku ya kampeni, siku ya kutafuta kura, ndio wanakumbuka kuna mtu anaitwa bodaboda. Wanaenda wananunulia ule mtu ya bodaboda reflector jacket ya shilingi 100. Anamwambia nisindikishe niende mkutano ya siasa. Anampatia reflector, anamsaidia, anapata kura. Akipata kura anapotea, anangojea tena wakati wa uchaguzi yule mwingine. Si ndio watu wengi wanafanya hivyo? Wengine wanatafuta mama mboga, wana siku ya kampeni, siku ya kuomba kura, wanawanunulia apron ya shilingi 70, wanamvalisha apron mama mboga, wanamwambia nisaidie nipate kura. Mama mboga anamsaidia, huyo mtu akichaguliwa anapotea, anakuja tena siku ya uchaguzi hiyo mwingine. Sisi tumesema hapana. Lazima tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo safari moja. Tuwasaidie hata kama hakuna kampeni, hakuna uchaguzi, tusimame na hao. Ndio siku ya kampeni ikifika, itakuwa rahisi kuongea mambo ya siasa, kwa sababu kuna kazi tumefanya, kwa sababu kuna vile tumewezesha mama mboga, mtu ya mkokoteni, mtu wa wheelbarrow, kinyozi, mtu ya saloon. Kuna vile tumemsaidia biashara yake ikapanuka wakati ya kukuwa na kampeni. Sasa hata tukipiga kampeni siku hiyo ya huko mbele, there is no problem. Mnanisikia watu wetu? Tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo, ama tuwaachilie tungojee siku ya kuomba kura? Tutembee nao safari moja, tukiwasaidia wapanue biashara zao, waelimishe watoto wao. Si namna hiyo? Wangapi wanasema tutembee na watu yetu? Kwa hivyo hiyo ndio kazi imetuleta hapa. Watu wengi wanafikiri tumekuja hapa mambo ya siasa. That's not true. Kwa sababu siku ya siasa bado haijafika. Iko uchaguzi saa hii. Ikifika tutakuja kuomba kura as usual. Na sio ati hatujawahi omba kura siku nyingine. Tumeomba miaka mingi, miaka na mikaka. So there is nothing special about the next election. So for now tunataka tusimame na wananchi saa hii mambo yao. Kwa sababu wakati mmechagua hii serikali vile imechaguliwa, imekuwa ni serikali ya watu wote. Wale walipiga kura na wale walipiga kura mahali ingine. Kwa sababu ule amechaguliwa ndio kiongozi wa nchi. Rais William Ruto ndiye sasa kiongozi wetu kama nchi. Na rais wa Kenya. Hakuna mahali pengine mtu mwananchi wa Kenya atatafuta rais mwingine. Kwa hivyo kazi yetu ni kusukuma mambo ya maendeleo usiku na mchana, kulia, kushoto, mbele, nyuma, juu, chini, paka mambo ya campaign ifike siku huko mbele. We have no time for side shows, for small politics, little things here and there. We have no time for those things.
Wananchi mnakubaliana na mimi? Tuendelee na kazi? Tuendelee na mboka? Are you sure? Seriously? Niseme hivi. Mnajua wale ambao wamekuwa marais Kenya hii, hakuna rais hakufanya mchango wake katika kuendeleza taifa la Kenya. Mzee Kenyatta, Mzee Moi, Mzee Kibaki, Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hakuna mtu hakufanya kazi yake. Kwa hivyo jukumu ya rais wetu wa 5, Mheshimiwa Ruto, ni kuhakikisha mahali alipata inchi 2022 aisukume mbele. Ndio siku ile atatoka ofisini akistaafu, ule atachukua naye aendelee kutusaidia kujenga nchi yetu. That is how you build a strong nation. That is how you build a united nation. Kwa hivyo tuko na jukumu sasa hivi, kwa sababu tumekuwa mamlakani kama serikali kwa miaka 2.5. Lazima tutoe report card ya mahali tumefikisha mambo ya maendeleo. Zile ahadi tulitoa tumeifikisha wapi? Ndio vile vile tuseme ile imebaki tuwaambie bado tunashughulikia, because we still have 2.5 years to finish our commitments. Hatukusema ati ahadi ya siku moja ama wiki moja ama miezi 6 ama mwaka moja. Ahadi tulitoa 2022 to 2027 when the country will go to the next election. Nataka niseme ya kwamba 2022 mahali Rais William Ruto alipata nchi, tulikuwa tumepitia mambo machungu ya kiuchumi, sio kwa sababu ya kukosa bidii kwa rais mstaafu, ni kwa sababu nchi na uchumi wetu ulifungwa kwa miaka 2, takriban miaka 2, kwa sababu ya COVID-19. Nyinyi mnakumbuka corona? Mnakumbuka corona? Si ilimaliza mwaka na kitu, tukijifungia manyumbani, biashara zikafungwa, hakuna mtu anaenda kazi. Hiyo ndio iliharibu uchumi wa Kenya. Ndio unaona by the time mchague Rais William Ruto 2022, nchi ilikuwa katika hali mahututi. Uchumi wetu ulikuwa mahali pa hatari, kwa sababu uchumi ulikuwa umefungwa na maneno ya corona. Kama hakuna kitu kinaendelea katika nchi, hakuna biashara, hakuna kazi, hakuna mtu anafanya chochote, uchumi karibu usambaratike. Lakini Rais Ruto na hii serikali tumekazana na tumepata afueni kidogo. Hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tungetaka ufike, tumefanya hatua. Ni kwa sababu ule unga wa ugali ambao ni chakula inakuliwa katika almost kila boma katika taifa la Kenya, ilikuwa imepanda bei kwa sababu ya mambo ya corona, mambo ya kiuchumi. Ikafika 250 kilo 2 packet moja, 250 shillings. Rais Ruto ametoa fertilizer ambayo imepunguzwa bei. Fertilizer ilikuwa 7,000. Serikali ikapunguza ikakuja 2,500. Ndio mkulima ajimudu kupata ile fertilizer, apande mahindi, apalilie. Leo hii miaka 2.5, ile unga ilikuwa 250, imeshuka kwa zaidi ya shilingi 100, iko 150 hapo, 145, 155, na tunakazana ishuke hata zaidi, ifike 100 shillings. Nyinyi mnanisikia watu ya South Mugirango? Imeshuka kiasi, na watu wengi ambao ni matajiri hawaelewi mambo ya kushuka kwa bei ya unga by about 100 shillings. Wanaona ni kama mzaha. Lakini kwa wakulima na watu mashinani, kushuka bei ya unga imefanya mzigo wa gharama ya maisha ipungue kidogo.
na tunakazana hiyo bei ya unga na bidhaa muhimu ipungue hata zaidi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Vile vile mnajua petroli ambayo ni mafuta ya petroli ambayo inaadhiri sekta nyingi sana za kiuchumi, ilikuwa imepanda ikafika 217 per liter. Over the last 2 years, the price of fuel has gone down gradually by a shilling, by 5 shilling, by 3 shillings, from 217, now it's as 174 shillings a liter. It has fallen by 43 shillings. Inapunguza kiasi makali ya gharama ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Vile vile shilingi ya Kenya ilikuwa nguvu imeisha kabisa. Ulihitaji shilingi 167 kupata dola moja. Ndio wale wanabiashara wanatoa bidhaa kutoka nje walete kuuza hapa kwetu nyumbani. Walikuwa wanahitaji pesa mingi kuleta container moja. Na hiyo ita-affect ile bei ya wachuuzi ambao wamenunua hizo vitu kutoka kwa wale wholesalers. Na jamii ya Wakisii ni watu ya biashara sana. Kwa hivyo, kwa sababu ili kuimarisha uchumi na kumudu bei ya bidhaa muhimu ambazo zinaagizwa kutoka nje, tumeshughulikia tukiongozwa na Rais William Ruto, shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi. Kwa sababu dola moja 2022 ilikuwa shilingi 167, leo hii ni 128, 129. The Kenyan shilling is stronger today. Na vile ilikuwa inacheza imewacha. It is now stable. 127, 128, 129 per dollar for more than a year now. Kwa hivyo hiyo mambo yote tumefanya ili kupunguza makali ya gharama ya maisha kwa mwananchi wa mashinani. Jambo la pili, tukasema hivi wakati wa kuomba kura ya kwamba wananchi wengi katika Jamhuri ya Kenya ni wakulima, kama sio wakulima ni wanabiashara wadogo. Aidha mtu ni mkulima wa vyakula ama mimea, mfugaji wa ng'ombe ama mvuvi wa samaki. Watu wengi Kenya riziki yao inatoka katika hizo sekta maalum. Tukaanza safari ya kuboresha sekta ya ukulima. Ndio unaona tumezalisha mahindi ya kutosha, hakuna kuagiza mahindi kutoka nje na bei ya unga imepungua. Lakini tukasema vile vile kwa ile cash crops ya miwa, kahawa, majani chai, tutafutia wakulima bei nzuri. Ndio waongeze pesa mfukoni ile tulisema kama watu ya Kenya Kwanza. Tumekazana katika miaka miwili ambayo imepita. Bado tunaendelea kukazana kwa sababu tuko na miaka ingine 2.5. Kahawa ile tulikuta kilo moja mkulima anapata shilingi 50. Leo kwa sehemu ambazo zinakuza kahawa tunalipa 120, 130, 140, 150. Factory moja pale Nyeri imelipa 162 per kilo, from 50 to 150. Na najua sehemu nyingi Kisii na Nyamira zinaweza kukuza kahawa, si ni kweli? Endeni mtafute mbegu ya kahawa, mwanze kupanda saa hii, ni miaka 2.5. Mwanze kupata pesa mfukoni namna hii. By 2027 pesa itakuwa inanyesha. Ule ambaye hajapanda kahawa, enda utafute mbegu ya kahawa, upande saa hii. By the time tunaenda campaign, hakuna mambo ya kwenda kungojea kupata shilingi 100 kutoka kwa mwanasiasa. Mkulima atakuwa anacheka kwa sababu wako na pesa mfukoni. Wale wako na kahawa saa hii
wanalipo 150, 160, 140, na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai tulikuta average price ikiwa shilingi 44, tumeisongesha kidogo, imefika average price 64, lakini bado tunaisongesha average price ifike shilingi 100 kwenda juu. Maziwa ilikuwa inanunuliwa shilingi 33, 35, tumeisongesha. KCC inanunua maziwa shilingi 50, tunataka tuisongeshe ipande hata zaidi, ndio mkulima aendelee kupata manufaa ya ng'ombe wake wa maziwa. Nyinyi mnanisikiza watu yangu ya Kisii? Watu ya South Mugirango mnanisikiza? Hiyo mambo ni mambo ya imafanywa na hii serikali. Na mimi Deputy President, I am the chief salesman wa serikali, nikisaidiana na rais, kwa sababu rais ndiye anasimamia kazi yote. Mimi kazi yangu ni kuuza programs na kuenda mahali imekwama na kuamua, na tunaendelea. So that is the progress made in the agricultural sector, ambao wakulima watu wengi wako katika hiyo sekta ambayo nimetaja. Miwa ilikuwa biashara ya miwa ilikuwa imeharibika Western na Nyanza hapa, lakini sasa tumefufua. Tumeanza na Mumias, sasa miwa iko na pesa because we provided seedlings ya sugarcane na tukaweka subsidized fertilizer, tukafukuza makatelos wale walikuwa wananyanyasa wakulima, wakati rais alisema mambo ni matatu. Sasa hao makatelo wamepotea, sijui wamehama Kenya, sijui wamekoma hiyo kunyanyasa wakulima ama lakini bado hawajaenda ile safari nyingine. Sasa tumefufua Mumias, tunafufua Sony Sugar, tunafufua Moroni, Chemelil, Nzoia, na tunaendelea. Kwa hivyo for the first time we are almost closing in on the sugar deficit in the country, because we produced last year 850 metric tons against the national demand of 1.1 million metric tons. Kwa hivyo tunasonga vizuri. Ile factory imefufuliwa. Wakulima ambao hawakuwa wamelipwa na serikali ya William Ruto. Zile factory ilikufa, sasa tumeanza kugurumisha. Wafanyikazi wamelipwa. Mpaka for the first time tangu miwa ianze kupandwa Kenya in 1922, sugarcane farmers today are getting bonus kama watu ya kahawa na majani chai. That is how you build a nation. That is how you build a country. And that's how you build an inclusive economy with shared prosperity. Vile vile tukasema jambo la tatu, wanabiashara wengi ni watu wa rejareja, biashara ndogo ndogo kama ambao tuko nao hapa leo. Mchuuzi, mtu wako na kinyozi mahali, salon, duka ya kuuza mbao, seremala hapo, ako na kabiashara ya electrical, maneno electrical ya stima hapo, mwingine hapo ni mama mboga, mwingine ni mtu ya mkokoteni. Na tukasema kazi ni kazi, hakuna shida, bora inakupatia riziki. Kazi ni kazi, lakini lazima tukusaidie ndio upate nguvu kidogo, uongeze stock, uajiri Mkenya mwingine mmoja. Kama kinyozi ikiwa supported, you can add another person to assist you. Salon the same. Ndio tutafutie vijana wetu nafasi za kazi. Na ndio unaona ya kwamba tuko na hii empowerment program ya leo. Na hii empowerment program is one of the measures. Ile vikundi iko itasaidika kidogo. Watu wengi wanasema hii pesa ni kidogo, lakini hawajui, hawaelewi, kwa sababu wale wanapiga hii program na kusema pesa ni kidogo ni wale wametosheka na wameshiba. Hawajui. Hawa unaona wanabiashara wanaitwa mama mboga. Ile biashara huyo mama anafanya, stock
ni 10,000 shillings ndio anazungusha hapo, na hiyo ndio anaelimisha naye watoto wake, ndio analisha naye familia yake. So ule mwanabiashara ako na 10,000 ya biashara, akiongezewa another 10,000 ifike 20,000, hiyo biashara imepata a lot of boost. Kwa hivyo ndio, that's why we are here my friend. Vijana hao wa bodaboda wanasimamishwa barabarani na polisi wa traffic kwa sababu pikipiki haina side mirror na wanahatarisha maisha yao. Lakini ule kijana wa bodaboda kwa hii program apate 5,000. Hiyo 5,000 atanunua side mirror, atasimamishwa njiani na polisi ya traffic. Na hiyo ndio bottom up economic transformation. Hiyo ndio bottom up. Hiyo ndio bottom. Munanielewa nyinyi? Hey, yes, you support micro businesses, small businesses with capital. Isitoshe, sio ati hii program ndio pekee tuna support nayo wanabiashara wadogo wadogo. Tuko na program kubwa ya wanabiashara vijana. Vijana wanaume, vijana wanawake, inaitwa Nyota. Nyota ni kumaanisha kwa kizungu National Youth Opportunities Towards Advancement. National Youth Opportunities Towards Advancement. Katika nchi ya Kenya, constituencies zote 290, ward zote za Kenya 1450, tunapeana support ya biashara 50 katika ward. Every ward, kila ward biashara 50, biashara 70. Samahani. Biashara 70 katika kila ward. Serikali imetoa pesa bilioni 28 kuanzia mwezi huu ili biashara 70 katika kila ward ya taifa ya Kenya ipewe shilingi 50,000 ya kupanua biashara yao ndogo ndogo. Biashara ya mama mboga, ya kinyosi, ya salon, ya mkokoteni, any type of business, bora ni biashara imesajiliwa, kwa sababu kazi ni kazi na mboka ni mboka. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Tusaidie vijana wetu wapate kazi. Bas, wale ambao sio vijana, mama mboga ambao miaka yao labda iko mbele kidogo, wachuuzi wengine, we have many government interventions to support our businesses. Na ndio umeona tumesema jambo la 4 kwa wanabiashara wetu wadogo wadogo, tunajenga masoko ya kisasa. Ndio hawa wananchi ambao wako chini kiuchumi waache kuuza mali yao na bidhaa yao nje kwa jua, wakipiwa na jua, wakipiwa na mvua, wakipiwa na vumbi, wakihatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio tunajenga masoko 400 katika sehemu zote za Kenya. Hapa Kisii tuko na masoko zaidi ya 21. Muda hautoshi nitaje masoko yote hapa Kisii, lakini we have 21 markets ongoing now here in Kisii County. Hapa South Mugirango, soko ya Etago hapa inajengwa ama haijengwi? Si inajengwa saa hii? That's one of the markets we are building here at a cost of 55 million shillings. That market is at 38% completion. Na mimi nitarudi hapa kama nyapara ya kufuatilia miradi ya serikali kusukuma hiyo soko imalizike mapema, wananchi waanze kuitumia haraka iwezekanavyo. Mungetaka nirudi kuharakisha hiyo soko ijengwe ikamilike, ndio rais akuja kutufungulia kama imekamilika? Niendelee na hiyo kazi ya kusukuma, kazi ya kusaidia rais, ya kusukumana na kazi ya maendeleo
ya watu ya South Mugirango na Kisii na Kenya nzima? Wangapi wanasema niendelee na hiyo kazi? Kwa hivyo tuko na masoko, vile nimesema, hii masoko ni masoko ya kisasa na ni masoko ambaye yako na nafasi nzuri ya wanabiashara wadogo wadogo kuuzia bidhaa yao. Iko na social hall, iko na boardroom ya kufanyia maamuzi muhimu ya biashara yao, iko na cold room ya kuhifadhi ile nyanya na sukuma wiki ambayo itabaki ndio isioze. Mama auze hiyo stock leo, kesho kutwa, mtondogo, next week, mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Tuendelee na hiyo mambo ya kujenga masoko. Vile vile hiyo soko iko na mahali ya watoto wadogo, wale wa mama ambao wako na watoto wadogo wachanga. Iko room ya lactating mothers, wa mama ambao wako na watoto wadogo. Ndio mama asifungwe nyumbani na biashara isiharibike kwa sababu wako na mtoto mdogo. Si mtoto ni baraka? Si mtoto ni baraka? Mtoto ni baraka ama ni hasara? Mbona ni akina mama peke yao wanasema ni baraka? Si hao watoto, nyinyi wanaume ndio mnasababisha hiyo watoto? Si watoto ni baraka? Ni baraka si baraka? Kwa hivyo mama ambao wananyonyesha, unapeleka watoto, iko lactation room, kuna mtu anamtunza pale. Mtoto akisikia njaa, mama anatoka mahali anauzia, anaingia hiyo room, anamsort out, anarudi kuendelea na biashara. Tuendelee tusiendelee? Sio ndio kazi mlituchagua tufanye? Na nimesema hapa tuko na masoko mengi. Tuko hata South Mugirango tunajenga soko ya tabaka. Mmenisikia? Soko ya wapi? Soko ya wapi? Na kura nyingi iko Marani, uko Kitutu Chache North, iko Motonto kule Bobasi, na iko zingine kama Masimba, uko Nyaribari Masaba, 21 markets hapa Kisii. Tuko na affordable housing program. Time does not allow me to give you our program for affordable housing, which is doing very well, to make sure as many Kenyans as possible afford decent homes. Na tunajengea hostels nzuri kupitia hii housing fund. Kwa hivyo that's how we developing the country. Na hapo kwa hizi markets kuna ICT hub ya vijana. ICT hub ni mahali pale kwa gorofa juu kumewekwa kompyuta za serikali za bure, internet ya bure, hakuna maneno ya bundles. Vijana waende pale wafanye biashara ya mtandao, ile inaitwa kwa kizungu e-commerce. Vijana waende pale, wakati wa mama wanauza mboga chini, wengine wanauza mali pale, wale vijana ambao wanajua mambo ya teknolojia wafanye biashara ya mtandao, e-commerce. Vile vile wajitafutie nafasi za kazi ambazo ziko mtandaoni. Na wale vijana ambao wanaelewa mambo ya mtandao wa kidijitali wanajua kuna kazi za kimitandao. Ile imezuia hao vijana wasifanye hizo kazi, hawana internet, hawana kompyuta. Serikali inapeana kompyuta za bure, internet ya bure, vijana waende pale wapate kazi mtandaoni. Iko kazi inaitwa speech writing, iko kazi inaitwa transcriber kwa mtandao, iko foreign exchange trading kwa mtandao. Nyinyi mnanisikia watu ya South Mugirango? Iko kazi pale kwa mtandao inaitwa web developer, kwa kudevelop websites kwa watu wanakulipa hapo kwa mtandao. Iko kazi pale mtandaoni ambaye inaitwa BPO. BPO ni kutumikia makampuni yako ng'ambo kufanya mambo mengine, wanakulipa ukiwa hapa, wao wako huko. Business process outsourcing. Today's youth
have advanced to the digital economy. The government is providing infrastructure so that the modern young person can get jobs without leaving home over the internet. Wale wengine tunaandika kazi za kiofisi. Sio ati tumewacha kuandikana makazi ya ofisi. Tumeandika walimu 77,000 kwa miaka miwili. 76,000. 76,000 teachers. The highest number of teachers employed by one single administration in 2 years. Kwa nini? Kwa sababu katika manifesto ya Kenya Kwanza tulisema tutaajiri walimu 116,000 kwa miaka 5. We committed to employ 116,000 teachers in 5 years between 2022 and 2027. Already in 2 years, we have employed 76,000. In September, we'll employ an additional 24,000 to bring the total to 100,000. And there is no doubt whatsoever we will meet our target of 116,000 before 2027 and we will surpass it. Tuendelee tusiendelee? Si namna hiyo? So tumeajiri watu kwa jeshi, kwa prison, lakini vijana wote hawezi toshea hapo. Wengine digital jobs, about 500,000 young people are currently getting jobs and incomes digitally, many of them in our ICT hubs. Tumejenga ICT hubs 272. Tulikuwa tumeahidi ICT hubs 1,440. Bado hiyo process naona iko behind schedule. Mimi kama nyapara ya kusaidia rais kusukuma program ya serikali, naenda kusukumana na watu ya ministry tuharakishe hiyo ICT hubs, tupanue hiyo area, vijana wengi zaidi wapate kazi so that we can meet our target as we had planned. Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo vijana wakipata kazi mtandao, wengine wanapata kazi kwa ground kama walimu, kama polisi, kama prison officers. Kuna wengine wameajiriwa katika affordable housing program. Ile tunaiza kazi kwa ground. Iko kazi mtandaoni na kazi kwa ground. Hii kazi kwa ground, affordable housing program na market construction. We are employing 250,000. Mtafika kwa barabara. Mrelax. Leo ni leo, msema kesho ni. Si nimefika area leo? Hakuna kitu itawachwa nje, my friend. Si serikali imefika South Mugirango? Si ni mtu mmoja tu yuko hapa. Na mwenye yuko hapa ndiye amenituma. So don't worry. Na niko na salamu yake na ile mambo yote mheshimiwa alisema itafanyika. Salamu ya rais, salamu ya deputy, salamu ya kila mtu. We mean business, we are very serious. Kwa hivyo hiyo affordable housing imeajiri vijana 200,000, kati ya 200,000 250 Kenya nzima. Na wale wanapata kazi nje, kazi majuu, pia tunawa encourage wafanye kazi mahali watapata, waekeze, watume pesa nyumbani, wakikaa 5-6 years wakuje wa invest, waendelee kujenga taifa la Kenya. Kwa hivyo hiyo program inaendelea. Niseme ya kwamba ile mahali ambao tulikuwa tumekwama kidogo ni stima na infrastructure. Na sababu ya hiyo vitu kukwama ni kwa sababu nilianzia kwa kuambia mahali uchumi ulikuwa 2022. All government resources were being directed to subsidize agriculture, to bring down the cost of living, the cost of fuel, to stabilize the Kenyan shilling, to reduce the cost of unga, to provide subsidized fertilizer. Na ndio umeona uchumi umeanza kuimarika kidogo. World Bank na IMF mwezi umepita mmoja wameodhoresha, wamesema Kenya katika hii miaka miwili imepiga hatua ya kiuchumi. Vile Kenya 2022 ilikuwa namba 8 Afrika kwa ukubwa wa uchumi,
sasa imeorodheshwa ikiwa ya 6 barani Afrika. Imepita nchi ya Angola na imepita nchi ya Ethiopia. Na tunaendelea kusongesha Kenya mbele, number 5, number 4 kwa ukubwa wa uchumi hapa barani Afrika. Kwa hivyo mambo ya stima ilikuwa imekwama, lakini bila uchumi umeanza kudhibitika, tumepata pesa ya serikali ya kutosha ya kuweka stima mahali haijafika. Hapa Kisii tuko na program inaendelea ya last mile connectivity ya 1.4 billion ya kuongeza idadi ya nyumba 16,000 mpya hapa Kisii County ambao hawana stima wapate stima, kwa sababu stima sio starehe ya matajiri pekee, ni haki ya kila mwananchi. Katika hiyo 1.4 billion ya Kisii, 300 million iko hapa South Mugirango, na nimetafutia huyu rais ameniambia nitafutie huyu mheshimiwa South Mugirango, huyu Osoro ambaye amesema hajamaliza kulipa mahari, na leo sitoki hapa bila cheki ya dowry. Wewe mheshimiwa, hako na msichana ya kule kwetu, sasa lazima niokote mahari kidogo, kwa sababu mahari haiishi. Kwani inaishanga? Hapa Kisii mahari inalipwa, mtu anaambiwa amemaliza, si unalipa kidogo kidogo mpaka mwisho wa dunia. Osoro alipe asilipe? Si alipe? Ala, mbona amuko serious? Alipe mahari asilipe? So rais ameniamurisha nitafutie huyo Osoro, kwa sababu iko 300 million ya stima hapa South Mugirango, nimtafutie kupitia wizara ya kawi another 100 million ifike 400 million ya hapa South Mugirango. Nimtafutie pesa ya stima ya South Mugirango? Nimtafutie? Wangapi wanasema niongeze stima hapa? So nitafanya hivyo kwa sababu ni amri ya rais. Sawa sawa? Si unaona rais anawajali? Si rais anawakumbuka? So hiyo tutafanya. Ya mwisho, mambo ya stadium, nimesikia vile mheshimiwa amesema, na niko hapa kutangaza ya kwamba tuko na pesa ya kutengeneza hii Etago Green Stadium, na tuko na pesa vile vile ya kutengeneza Nyamarambe Stadium pale. Na rais ameamrisha waziri wa michezo Salim Mvurya aweke pesa, na nimeconfirm pesa imepatikana ya Etago Stadium, Nyamarambe Stadium. Sasa nataka waziri afike hapa kuzindua rasmi ama kuanzisha ujenzi wa hizo stadium mbili katika siku 30 ya hapa Etago na pale Nyamarambe. Tunaweka sio stadium peke yake, sports academy ya kutrain vijana wetu na kusaidia vijana wetu ambao wako na talanta ya michezo. Tutoe vijana wetu kwa madawa ya kulevya na pombe, kwa sababu wakiwa idle hapo ndio wanaharibikia. Wafanye talanta yao, wakimbiaji, wacheza mpira wa mguu, mpira wa rugby, mpira wa mikono, waende Mungu awajalie waende hata ng'ambo, wasaidie wazazi wao na wasaidie Kisii, wasaidie nchi yetu. Vile vile barabara nyingi zilikuwa zimekwama kwa sababu ya ile heavy lifting ya kuinua uchumi tulikuwa nayo, lakini kwa sababu sasa uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, niko hapa Kisii kutangaza ya kwamba barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama tutazikwamua, tutazijenga na tutazikamilisha. Iko already mahali, kwa sababu barabara ni nyingi hapa Kisii na time imeenda, nataka kumalizia. Iko barabara ambayo contractor amerudi, alikuwa ametoroka kwa sababu pesa yake ilikuwa imechelewa, kwa hiyo sababu ambayo nimewaeleza. Barabara ya Nyabigene kwenda Nyamarambe 23 kilometers 880 million. Contractor amerudi kwa sababu amelipwa
ile kazi, na kama hajafika ako njiani, kwa sababu most contractors kunanyesha, tungengojea kukauke kidogo. Amefika ama hajafika? Amefika bado? Kama hajafika, amefika mheshimiwa? Ya, kama amefika sawa, kama hajafika atafika. Amelipwa deni yake na ameamrishwa akamilishe hiyo barabara. Vile vile Nyabigena, Matangamano, Esaka, Nyamarambe 10 kilometers 532 million. Pia hiyo tutaishughulikia. Iko Kamagambo kwenda mpaka Kenyenya. Pia hiyo kilomita 10 800 million. Pia tumerejesha contractor. Mahali tumewachwa, na hiyo ndio message ule vijana walikuwa wanaongea hapa. Najua hapa kuna barabara ambayo ni muhimu zaidi, na hiyo mumesema serikali yenu kunyesha kusinyeshe, kulia kushoto, mbele nyuma, juu chini, lazima tuweke pesa mwaka huu na tuanze kuweka lami katika hii financial year inaanza 1st of July. Si mmesema hivyo? Etago, Ekena, Ekona, Gateni, Nyamaiya, tuendelee na hiyo barabara, tuweke lami hiyo barabara. This budget which is being finalized between myself, because the president has already given directives, myself na wabunge wenu, tutahakikisha kwamba hiyo budget will not be affected. Hata ikienda bunge, kina Usoro watailinda, kwa sababu hii barabara iko katika hiyo budget. Ndio kutoka 1st of July tuanze kutekeleza ujenzi wa hiyo barabara. Mimi kwa leo na wasi kwa heshima kubwa wananchi wa South Mugirango na wasi wananchi wa Kisii, my fellow countrymen, niongee ukweli nisiongee? Niongee nisiongee? Naomba kwa heshima kama ndugu zangu. Si mnajua jamii ya Wameru, jamii wa Kisii ni jamii moja. Si hata lugha ni the same. Hata mambo ingine hapa sitaki kutaja, the same. Si ni the same? Ile maneno si ni the same? Kwani umejuaje? So mnajua? Naona wazee wanajua, lakini hata akina mama wanajua. Si the same? So mimi nataka niseme hivi. Nataka niseme kwa heshima. Tunaomba kwa heshima. Itakuwa hatari kwetu, kwa nchi yetu, tukijiweka katika campaign za mapema. Tungojee tu kidogo, siku ya campaign itafika. Kwa sasa tulize boli, tushughulikie, tushindane mashindano ya kutafutia Wakisii barabara na stima na masoko na kazi ya mitandao ya vijana. Wakati wa campaign there is no problem, itafika. Mimi nitafika hapa, sitakuwa na hii blazer, hii koti. Nitakuwa na t-shirt na kofia, kwa sababu ni wakati ya campaign. Si namna hiyo? Lakini kwa sasa tunaomba kwa heshima tuweke mambo ya wananchi mbele, tushughulikie uchumi wetu, tupendane, tuwe na umoja, na hata wale wako na maoni tofauti ya kisiasa ni haki yao, lakini tusihujumu umoja na udhabiti wa taifa letu la Kenya. We are one country, one people, and Kenya is our home. Kweli si kweli jameni? Kuna mtu ako na mahali pengine pa kwenda? Sisi ni wa Kenya daima. Naomba tu kwa heshima tuvumiliane. Ule ako na maoni tofauti atoe, aseme akubaliini na hii program ama ile, lakini mambo ya uchochezi, mambo ya kutabiri vita, mambo ya kuchemsha wananchi wachukiane wenyewe kwa wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya dini. Nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa, na tumesema never again.
Hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine Mkenya mwenzake ati kwa sababu ya kabila yake, ati kwa sababu ya dini. We will protect the security, stability and the unity of Kenya at all costs. Hii mambo ya tofauti ya siasa hiyo ni sawa sawa. We have no problem. Hata wale wanaunda vyama ni sawa. We have no problem. But please, I beg you, fellow Kenyans, brothers and sisters, the unity of our country, the security of our people, wherever they are, is our first and most important duty as a generation. Watu wa Kisii ni wanabiashara, wako Nairobi, wako kila mahali, hata ng'ambo. Hautaki kuchochea wananchi hapa kwa sababu hapa wale wengi ni wa Kisii, lakini kuna Wakisii wengi wanaishi mahali pengine ambao ni wachache. Wanaishi na jamii zingine. Usalama wao, umoja wao na zile jamii wanaishi kwao pia ni muhimu. Vile wale wako hapo wako na amani, tuwe na amani kila mahali. Kwa sababu that is how our country is wired. We are connected. Hata intermarriages ndio hiyo. Umesikia Osoro amepata network kwa Wameru huko Tharaka Nithi. Huyo hakuwa na mke, amepata huko Tharaka Nithi. So nikiwa hapa mimi ni baba mkwe, naongea vile nataka, na Osoro hawezi sema kitu. Osoro atasema ngwe. Atasema ngwe. Hata mimi nikienda kwa wakwe zangu, I behave. I don't talk like this. Naongea na nidhamu, siwezi sema ngwe. Osoro wewe umesikia? Kwa hivyo mimi nataka nikomee hapo, na wapenda sana. Sana. Na mimi napenda Kenya. I love Kenya with the whole of my heart. And I believe in the unity and indivisibility of our country. I believe in the energy of all the people of Kenya. And I believe all communities, all races, all communities, all generations, young people, old people, men and women, everyone has something that they can do to make our Kenya better. Kwa hivyo ukisikia nikiongea hivyo ni kwa sababu ya hiyo maneno. So hivyo wale ambao hawajasalamiana tutafupisha ile imebaki. Kuna viongozi hawakuwa wameongea, tuko wengi na ni vizuri viongozi wengi kukuja kwa shughuli kama hii ya wananchi. Hapo ndio unajua kiongozi ni nani, ambaye anasimama na mwananchi siku ile hakuna uchaguzi. Hakuna campaign. So hao viongozi kukuja kwa wingi ni baraka. Lakini na wasi kwa heshima. Kwa sababu hao viongozi, hao wananchi wamekaa hapa muda mrefu. Wamechoka kiasi. Na tunajua the main message for today ilikuwa empowerment. Nitawasihi wenzangu kwa heshima kubwa, viongozi ambao wako hapa hawajasalamiana. Kila kiongozi atasalamiana, lakini kwa dakika tu moja aseme Buyamore na atoe pesa yake. Mwingine Buyamore atoe pesa yake. Si namna hiyo? Ndio tumalize in 20 minutes. Ama namna gani? Kwa sababu tukikaa sana wananchi watachoka. Au wananchi labda mvua itakuja, labda wangetaka kwenda kazi zao, tusiwachukulie siku nzima. Na naibu wa rais aende sehemu nyingine pia, kwa sababu Kenya pia si ni kubwa. Si mngetaka nitembee kila sehemu ya Kenya? Na hapa Kisii nitembee? Nikuje kuangalia soko? Na hiyo barabara ya Etago? Hiyo mmesema hii? Nikuje kila wiki, kila mwezi? Nikuje nisikuje? Nimekaribishwa? Wacha nione wale wanakaribisha Deputy President hapa. Bas, wakati nakuja hapa, nimetoka sehemu ya Kakamega. Nikiwa njiani, nimepigia mdosi wangu, kiongozi wetu wa taifa William Ruto simu. Nikamwambia, Rais, sasa naelekea kwa wale watu wako wapendwa wa South Mugirango kule Kisii. Je, utanituma na salamu? Rais ameniambia mambo mawili. Ameniambia
niwasalamie na anawapenda mbaya sana. Anawapenda kabisa. Na amewasalisia mbia kabisa. Anawapenda kabisa. Sawa sawa. Na anawajali. Na anafanya kazi na viongozi wenu wote hapa na wale wako hapa, ili hii South Mugirango na Kisii ipate maendeleo na manufaa ya serikali hii. Anawapenda sana, amewasalamia. Mumepokea salamu ya Rais William Ruto? Wacha nione kwa mkono wale amepokea salamu ya Rais. Salamu ya Rais, salamu ya Rais, salamu ya Rais, salamu ya Rais. Ya pili ameniambia sio salamu peke yake. Sio salamu ya mdomo peke yake. Hata hii salamu ya kusaidia hawa mama mboga, watu ya mkokoteni, vijana wa boda, wale walimpigia kura. Hata yeye mkono yake amenituma. Kuna watu wametuma wameniletea. Unajua rais ako na network kubwa. Sasa ametuma watu yake, imekuja iko hapa. Mimi nitaacha hapa, mbunge wenu na wale wana organize wataongeza kwa ile imechangwa. Mchango ya rais niko naye hapa ya shilingi milioni 3. Na mimi kama deputy president naleta hiyo pesa iwekwe hapo, msiniletee hapa, wekeni tu hapa na muachie huyu Osoro na timu hapa. Tukitoka hapa Osoro abaki hapa ndio amwambie vile vikundi viko hapa vile pesa yenu itapatikana. Na hii sio pesa ya kukula, hii ni pesa ya kukuza biashara zenu. Mmesikia? Ni ya kupanua nini? Mkingojea program ya Nyota ambayo itaongeza upanuzi wa biashara ndogo ndogo. Kwa hivyo mimi kama naibu wa rais, hata mimi nataka nitoe pesa. Si rais ametoa? Hata mimi. Nilipe ile airtime nimeongea hapa hata mimi. Si mimi ni mtu yenu pia? Si tumesema sisi ni jamii moja? Na mimi ni baba mkwe wa Osoro. Nitoe nisitoe? Nichange nisichange? Wangapi wanasema nichange pesa hata mimi? So hata mimi nimesindikisha rais na 2 million shilling. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni ngapi? Na ile ingine ilikuwa imechangwa na tunaendelea, kuna wengine hawajatoa pesa. Wacha niwaite moja kwa moja. Moja, sijamaliza. Leta zawadi lakini sijamaliza. Nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda amani nchini Kenya. Kenya kwanza. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Kenya kwanza. Kufufua uchumi kote kote nchini Kenya. Kenya kwanza. Kuleta umoja kati yetu nchini Kenya. Kenya kwanza. Nina sababu za kusema uongozi Kenya kwanza. Nina sababu za kusema uongozi. Wale ambao hawajaongea nimewasihi tusiongee mrefu. Wacha niiste former member of parliament Mason Nyamwea aseme jambo. Huyu Nyamwea alikuwa my client. Ni mwanasheria, ni ndugu yangu. Aseme jambo na atoe pesa yake. Okay, asante. Your Excellency, kitu ya kwanza nataka kusema nashukuru Mungu to make sure you have come to South Mugirango. Huyu ndiye alikuwa wakili wangu wakati nilienda kotini. Mlijua tulikuwa na kesi na Magara. Huyu ndiye alifanya mimi nikasinda. Na Mungu amemsaidia wakati huu yeye ndio deputy president ya Kenya mzima. Si ndio tuko na baraka? Yeye mwenyewe ananichua, mimi nimemchua kitambo
tunasema asante kwa Mungu. Ya pili, kama ningeendelea kuwa mjumbe, Osoro angepata nafasi? Si ndio mimi ningeendelea kuwa mjumbe? Si ndio ni ukweli? Kwa lakini sasa Osoro mahali amefika, amekomaa. Wakati huu lazima yeye ajitetee kwa mjumbe. Mimi sitakuwa hapo. Ya kwanza nilimbeba. Ya pili nilimbeba. Hiyo imetosha. Sasa ingine afanye nini? Ajitetee. Timondra agaiga mukanga na chikubwete Osoro chikura. Inje na jakoba tebi naki inagenda ngarole president. What I'm telling them, Your Excellency, I went and saw the president and it was yesterday. Si urongo, nawaambia ukweli. Ya pili, mimi siko peke yangu. Tuko na wenzangu wengi. Tutaongea na hawa, tukubaliane, tuseme tunakuja kwa Kenya kwanza ama tunaenda wapi? Lakini vile naona dalili tutaenda kwa Kenya kwanza. Apigiwe makofi. Apigiwe makofi makofi. Ya pili, unajua umesema kitu hapa ya muhimu kabisa. Amesema analeta nini? Barabara. Si ndio? Ameleta soko. Ameleta stadium. Ameleta stima. Ni kitu gani tunataka watusaidie ndio tuwapende? Anybody will do that. Hatuwezi kuongojea development tuseme tukae mahali ingine tuongojee. Ndio tukipata hiyo kitu tuanze maendeleo. Your Excellency, thank you for taking care of Honorable Osoro. Thank you and tell the President we appreciate what he has done to Osoro to make him a chief whip in Parliament. Very good. And he is also a sharp man, he's a sharp boy. Amejitetea sana. Kwa hivyo mimi sitaki kuambia mengi. Your Excellency, fungue mlango. Mimi nimekuja mkuu mawakili. Fungue mlango. Kabisa. Na nitakuja na timu kubwa. Very good. Timu kubwa kabisa. Mheshimiwa akuje asikuje? Nifungue mlango akuje. Si umeona ni ndugu yangu? Ni client yangu. Akuje asikuje? Wacha nione wale wanasema akuje. Oma LP nkole abande bakwane. Tigatobe United Kenya nene mono kubo muntu ndi bwenshi oyomo. Tobamo binaba gusi binaba Kenya. Intuntu wate taiva collisions as Kenya ya Kis County. Igongwango jatora na magara na bakwani tiambate umaene. Mwanjira maye kurasa magara. Mwanjira maye magara. Ntwale ngenere, ntwale bunete chikura na irete nere kanyoira matukogete patiwanu kuwa na trama nere. Na siasa tupatie tukue na adui. Siasa ni we fight for elections. After elections are over, tunaendelea kuishi. Na mimi nimekuja hapa na kitu kidogo tu. Najua I don't have a job eh. Ngapi mheshimiwa nikutangazia? 100,000. Wapi makofi? Thank you mheshimiwa. Asante sana. God bless you. Sasa mzee wetu ndugu yangu amefanya kazi nzuri. Bro, tutaongea hapo nyuma ya tent tupangane. Asante. Kwa wale wabunge bado wanakuja, mkumbuke vile tumesema 1 minute unatoa pesa. There are 12 other speakers. Wacha niite Manduku. Wapi nduru ya Honorable Daniel Manduku? Sema jambo mheshimiwa. Abagirango kwanye abanyali bari mbya mole. Ndoche Osoro na bwanjiri sana. Mwagandire gusira Osoro erida bagatira magandiro. Singeje mwaro sire ngirichiwe sana badatira siringi 200,000. 200,000 peana pale. 200,000. Si amefanya vizuri? Si amefanya vizuri? Haya, chukua zawadi, asante. Well done, pongezi. Asante. Wacha sasa nimuite Mheshimiwa Jafet Nyakundi, kijana barubaru wa Kitutu Chache North. Wapi makofi ya Nyakundi? Huyo kijana ni national treasurer wa chama tawala cha UDA. Anatosha hatoshi?
Ongea dakika moja mheshimiwa, na uchange pesa ya watu wa South Mugirango. Asante sana mheshimiwa naibu wa rais. Abagirango bami ntombu ya mole. Mbia mole naende. Mogogete. Kabisa kabisa iga. Mbali iga baje to soro. Mbali iga baje te deputy president yeto Professor Kindiki. Mbali iga baje te president yeto William Samoei Ruto. Abantu baminto etwachirega iga esengenche yoko bwatrana nainu intu liritwarenga koligie serikali twarenge no mwana oyo minogoro kuosoro gaiga etwatebetenga goika egasi eritwa etu tobakorere negento gya kabere etwatebetenga abantu ababarense kina mama bali bakoni chingeni aba murabaito ba boda abantu babuate ebe asare bikebike goika tote tubabuate si tote tobarusi korunsa tobairararia na rero unatwachira iga rero ngo tikatore chibesa chisaine abantu baito babwene. Mheshimiwa naibu wa rais vile umeongea, mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja hapa South Mugirango. Yule mkabila mwingine tulimuita aje Mugirango hakukuja. Yule mkabila nilimuita Kitutu Chache North hakukuja. Lakini wewe umeonyesha ishara ya kukuwa mtu wa kuunganisha wa Kenya. Ishara ya kuonyesha ya kwamba wewe sio mkabila. Wiki 3 zilizopita ulikuwa kwangu Kitutu Chache North. Leo uko hapa South Mugirango. Wiki ijayo uko Nyaribari Chache. Hii ni ishara ya kwamba wewe unapenda Wakisii. Na sisi tunakuambia zidi kukuja hapa ili tuzidi kufanya kazi pamoja. Sisi tunakushukuru na serikali yako ya William Ruto. Kwa sababu hii Kisii mumeitembea, na si kwa sababu ya kukuja kupiga story peke yake. Mumekuja hapa hii soko ya Etago mulikuja mkaizundua na mheshimiwa rais. Hivi karibuni munakuja kufungua barabara ya Ekona Etago inaenda baka Nyamaia. Epare yu noerese budget. Inche nongo ikarase budget no mwana oyo minokoro kuosoro. Wono chipare chino chire. Estima noere. Amache noare. Momanya komo debiaru kurwe serikali arosiri. Motagetarwe serikali kosakorega asine serikali. Arwe serikali kosakorega asine serikali. Akorega asine serikali. Abarete amache. Arete juskuru. Arete bara. Arete amache. Neji stadium echeito. Mbarenga bawote batokorega asine serikali ya William Samoei Ruto. Thank you very much. Mimi mheshimiwa naibu wa rais, tunakuomba uzidi kukuja hapa, tuzidi kutengeneza urafiki na hawa watu. Ile wakati itapofika, hawa watu hawatatusahau. Ule mkabila mwingine wachana na yeye akwende mahali alienda, kwa sababu nchi hii we can never go the 2007 way. You cannot say that 2027 will be a Christmas of 2007. Hiyo machafuko ilifanyika nchi hii ni jambo la huzuni sana. Na sisi tunamwambia we must love this country. This country is bigger than all of us. Tumwambie awachane na ukabila, awache upuzi wake. Sisi kama Wakenya tunataka kuishi pamoja. Togendra ko menyamo. Tomendra ko menyamo. Tobuaterane. Tokorega asiamo. Omondolinga kimoko de bia koreki. Omondolia koreki. Mimi ninatoa contribution yangu ya 300,000 Kenya shillings. 300,000. Alafu wapi makofi 300,000. Alafu pia yes, nilitumwa na mheshimiwa cabinet secretary wa Ministry of Education, mheshimiwa Migosi hakuweza kuwa hapa, ako ngambo, na PS wake pia yeye amenipatia 500,000 Kenya shillings. Yote ni 1,800.
Thank you very much. abagirango nimbache tetikanya sawa seseni. Thank you very much. Thank you. Zawadi, zawadi. Bas, asante. Next, Mheshimiwa Doris Donya. Doris Donya, wapi makofi ya Mama County? Wapi nduru ya Mama County? Wapi nduru ya Mama County? Chisweetheart. Mora itababu ya chisweetheart. Chibaby. Mbuya more. Abagaka baitombi ya more. Abangina mbuya bako barugera. Omongina no ibwe chinguru. Your Excellency, welcome to Kisii. We are very delighted for what you've done today, what the government is doing for Kisii County. We have decided to work together so that we help our people. Kisii County, as a woman rep, I have only 7 million shillings in the constituency. If I become Your Excellency and work alone, we cannot help our women as we are helping them today. Also, Kisii, the Omogusi people. Mbanto kiba menyete kenyengima. Mbanto kiba menyete kenyengima. Ekarana arengegesa 2007. Ebinto tuatangasi te korwe radio. Igo tuwa kumeti. Togaitu koru molo. Togaitu koru Nakuru. Togaitu koru Kisumu. Monyorete. Abagusiba minto monyorete. Mmatagete togende nchere yo. Omo muroli orenge gokwana. Inga December suku kwa bantu baitu eria kabere. Oliga atindete. Enya sora nywete. Tama etie kia okora. Gachagua alikunywa bangi. Akasema 2027 election kutakuwa na vita. Iyo bangi anavuta, avute kutoka chini. Namna hiyo. Awacha ujinga. Asante, thank you. Ya mwisho. Iyo ni bangi. Alivuta. Asante, asante. Your Excellency, ya mwisho. Leo umepea Osoro zawadi ya barabara. Umesema unaenda kumuombea. Mimi ni shule iko hapa. Barabara naona umempea 400 million. Mimi naomba tu 5 million. Tuweke bohol kwa hii shule. 5 million tu. Si kitu ingine. Umorochi Osoro hiru chansi. Bono na inche monga nchere. Ndo mochango no 200,000. Asante sana, 200,000. Wapi makofi ya Doris Donya? Vile Mheshimiwa Donya ameomba, tutajenga bwaho ya hii shule ya 5 million shillings. Si namna hiyo? Tuendelee tusiendelee? Asante. Asante. Hapa sasa nimuite Mheshimiwa Cynthia Muge, Women Rep for Nandi. Dakika 1.5 Mheshimiwa. Wapi nduru ya Mheshimiwa Cynthia Muge? Huyo ni Mama County kutoka Nandi. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, Mheshimiwa wetu Chief Whip, ambaye ametualika hapa siku ya leo, waheshimiwa wote na wananchi wa South Mugirango. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mboyamure naende. Muko salama? Niko na furaha kufika hapa so that we can empower women and vijana wetu wa bodaboda na kina mama mboga. Na nimeleta pesa kutoka huko Nandi ya majani chai na ya kahawa na ya kuku na ya ng'ombe yote so that we can empower women. Ya pili, tumekuja hapa tuweze kuhubiri habari njema ya serikali ya Kenya Kwanza. And we have not only come here to tell you the administration of Kenya Kwanza is working, but it also has a proper leadership in the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto.
mtu ambaye ni ndume kamili, ndume ambaye iko na mbegu ambaye kisimama barabara ya Ekona hadi hapa Etago inakamilika, ndume ambaye kisimama unasikia soko 21 inajengwa Kisii, ndume ambaye kisimama munasikia waziri wa education ako hapa Kisii, ndume ambaye kisimama anajua ya kwamba we must empower women and persons living with disabilities pamoja na vijana. Huyu anatosha atoshi? Na hapa nyumbani muko na ndume proper pia, mtoto ya Simba, si mtoto ya Simba ni Simba, anaitwa Osoro ambaye akikohoa anapata 100 million ya kujenga stadium. Huyu si anatosha? Osoro anatosha atoshi? Ya mwisho, Your Excellency Deputy President, tunataka kusema asante because you are a true supporter of His Excellency the President. Ule mwenye alitoka alikuwa masaibu ya rais, wewe sasa ndo naibu wa rais. Shikilia hapo tuweze kusonga mbele pamoja. Nimekuja na shilingi 1,100 niweze kusaidia shughuli. Wapi makofi? Hiyo mama ameongea jameni. Honorable Lilian Sioi, pole. Before Honorable kuje na tupige sinema. Cynthia kumbe uko hatari. Cynthia. Mheshimiwa Lilian Sioi, Women Rep Trans Nzoia. Wapi nduru ya mama Sioi? Mama County wa Trans Nzoia. Dakika 1:30 mheshimiwa. Asante sana naibu rais. Bandu bami ntombio mbayamone. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Lilian Sioi, Mama County Trans Nzoia, na mimi nimefurahi mambo yote ambayo yamesemwa hapa. Lakini kuna tu jambo moja nataka niende direct kwa mambo ya ukabila. Sisi kina mama tuko na ukabila? Tuko na kabila kweli? Mimi hata ukiuliza naibu wa rais ajui kabila yangu. Kwa sababu mimi mwenyewe nimeintroduce kabila yangu mpya ambaye mimi ni Mkenya. Kuanzia hapa kwa shingo kurudi chini, mimi ni Muluya. Na kuanzia kwa shingo kurudi juu, mimi ni Mkalenjin. Kwa sababu mimi ni Mkalenjin, nimeolewa na nani? Na Muluya, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka niseme, hiyo kuna kabila hapo kweli? Hiyo kabila tunaweza ita nini? Si ni ngumu? Kwa hivyo mimi nataka niwaombe kina mama ambao mko hapa. Mambo ya ukabila sisi tukatae ukabila kabisa, si ndio? Sisi tukiolewa mahali tumeolewa tunaitwa huko, si ndio? Mimi sasa nilitoka nyumbani nikiwa naitwa Chebet. Saa hizi mimi naitwa Walubengo. Nimekutana na mtu tu nikampenda kidogo na nimeitwa kabila ya Muluya. Kwa hivyo wamama tukatae ukabila kabisa. Wale viongozi wenye wanataka kutuletea ukabila tukatae kabisa. Na Wakisii, nyinyi ni watu mumeona mbele. Vile mliambiwa hakuna mahali nimeenda nikakosa Mkisii. Nilishangaa hata kule ng'ambo ati nyinyi mumepatiwa useneta. Nani kama Wakisii? Si nyinyi ni mambo bad? Alafu nikimalizia, nataka niulize watu wa Kisii. Bado huku wamama wanapigwa? Mnapigwa na wazee? Waliwacha ama wanawapiga? Waliacha. Siku hizi mambo ni vula kwa nyumba. Mimi nataka niongee kuhusu mambo ya gender based violence. Mambo ya wanaume kupiga kina mama tulisema tumewacha, si ndio? Na wazee, Mungu naye ni nani jameni? Alipatia wazee fimbo ambaye anajua haiumizi kina mama, si ni kweli? Na hiyo fimbo ndio tunataka wazee watumie. Muache mambo ya kupiga kina mama na fimbo ambaye hamukupatiwa. Na ikiwa mtatumia hiyo fimbo, si mambo itakuwa mzuri? Si mambo itakuwa mzuri kabisa? Upendo itaongezeka kwa nyumba. Sisi tunataka upendo ikuwe, mambo ya kupigana, mambo ya kuchinjana, hiyo mambo iishe kabisa. Na kwa hayo mengi na machache nataka pia niwaambie, mambo ya kukeketa kina mama muache. Kule ambako natoka waliacha kukeketa kina mama. Kwa sababu tunataka kina mama wakuwe natural kama vile Mungu alipenda wakuwe, si ndio? Wabaki vile, tuachane na kukeketana, tupende kina mama vile walivyo kwa sababu Mungu alituumba tuwe hivyo. Asante. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, na mimi pia nimetembea kusupport kina mama na bodaboda na 1,100. Apigwe makofi. Sinema. Your Excellency. Viongozi akina mama ni leo wamesema maneno hapa. Ninyi mmesikia hiyo maneno? Ni kama mnakubaliana na hao kina mama?
Mnakubaliana na hii maneno? Wangapi wanakubaliana na vile wamama wanasema? Naona wanaume wengine hapa wana wacha niite mbunge wetu wa Kuria West, Honorable Mathias Robi. Wapi nduru ya Mathias Robi? Dakika 1.5 mheshimiwa, na utoe pesa. Hii mvua iko karibu kunyesha. Asante sana naibu rais kufika hapa na mimi. Watu wa Kisii mjambo. Mbuye mrebono. Ebu mahiji amakofi kumubunge. Umubunge wenye Osoro, si ndio? Basi mimi nimefika hapa kwa mwaliko ya rafiki yangu Bwana Osoro ambaye ni chief whip pale bunge, na huyu ni kijana anasema nyinyi mkiendelea na yeye mtaona maendeleo, si ndio? Na mimi vile naibu rais amesema mambo ya maendeleo yote, sisi wa Kenya wote hapo ndio sisi tunaelekea. Na nataka kuambia yule ambaye anataka kugonganisha nchi ya Kenya kwamba yeye tulimpa nafasi kama wa Kenya akashindwa, na alishindwa kwa sababu ya kuleta mambo ya ukabila, si ndio? Sisi tunataka kuwa na upendo. Nimesikia wamama hapa wanasema upendo. Wajumbe hapa wamesema upendo, amani. Kwa hivyo sisi tuko nyuma ya rais na naibu rais kwa maendeleo. Asante sana kwa kazi nzuri mheshimiwa naibu rais. Thank you very much. Basi na mimi pia nimekuja na mchango yangu hapa. Gabi. Hii niko na 100,000. Makofi kwa mheshimiwa. Well done. Tuko karibu kumaliza. Mheshimiwa Innocent Mugabe, bunge wa ngoja Innocent. Wacha tupige sinema kwanza. Sinema imekwisha. Innocent Mugabe, mbunge wa Likuyani kule Kakamega. Wapi nduru ya mheshimiwa Mugabe? 1.5 minutes na utoe pesa kwa watu ya South Mugirango. Asante sana naibu wetu wa rais. Watu wa South Mugirango hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Vile meelezwa, mimi naitwa Innocent Mugabe. Mimi ni mbunge wa sehemu inaitwa Likuyani kule Kakamega. Na pia huko hii ndugu wenu wa Kisii wako huko wengi. Hata mimi msaidizi wangu anaitwa Mayaka. Hiyo ni jina ya huko? Ni ya huko Sasa sisi tunakaa na Wakisii vizuri sana kule. Na leo nimepata mwaliko kutoka kwa ndugu yangu Osoro. Na leo Osoro nimekuheshimu. Kumbe hii kutupeleka mbio na tupeleka uko na watu wanakushikilia. Na nyinyi watu wa South Mugirango, mjue kwamba mko na simba, mko na ndume. Mkuze huyu mwanaume, siku moja ataongoza nchi yetu ya Kenya. Na Wakisii nimesikia mko hadi Amerika. Kabisa. Mko katika sehemu zote za nchi, si namna hiyo? Yes. Sasa nyinyi mtafuata yule mtu ambaye anasema anataka 2027 watu wapigane nchi ikwishe, ama utafuata ule mtu anataka kuunganisha Kenya? Kuunganisha Kenya. Si mnakaa kila sehemu? Yes. Si tuliona yale mambo yalitupata mwaka 2007. Yes. Mimi mwenyewe nilishuhudia na macho watu wakipigwa. Watu jamii wakizozana. Jamii wakifukuza wengine. Hata Wakisii wengi sana kule Trans Nzoia walifukuzwa. Tunataka hivyo? Hapana. Sasa yeye ndio tunataka tufuate? Hapana. Na yeye anakaa pale kwa mlima na hajui kwamba watu wa hapo mlima wako sehemu zote za Kenya. Yeye anataka kuletea watu yake shida ya bure. Pale mlima kukuangi na post election violence ikitokea. Sasa yeye mbona anataka kuchochea Wakenya wengine wapigane? Kama ameogopa hii mambo ya kura, akae nyuma, si namna hiyo? Yes. Kazi ya kura ni uongee na watu, waambie sera, wakupe kura. Yes. Lakini ukianza hii uoga, umeanza hii na matusi na kuenda kwa TV sijui na wapi, ati unasikiza ground. Hapa ndio ground. Hapa ndio wapi? Ground. Ground ni kwa radio. Yeah. Kuweka fitina na kuchochea. Asante sana watu ya South Mugirango. Pia mimi nimeleta mchango wangu wa shilingi 1,100. 100,000 makofi. Iko sinema. Sinema ya Osoro.
Osoro anatosha hatoshi? Osoro anatosha hatoshi? Wangapi wanasema Osoro, 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 Osoro? Wacha niite mheshimiwa jirani. Anaitwa Alpha Miruka. Hapa Nyamira hapa. Kisii, sorry. Nyamira ni Mogaka. Ni Steve Mogaka. Steve Mogaka ndio wa Nyamira. Hapa ni Kisii. Najua huko nyumbani. Wapi makofi ya Alpha Miruka? Hiyo makofi haitoshi na nduru. Wapi nduru ya Alpha Mogaka? Biyamole. Mama yatomo muroyo. Ngakiakorogwa. Omwana opasa Mogaka. Nyinyi ni watu wazuri sana. Your Excellency, let me tell you, you are at home. Feel at home. Kuna vigogo tunasemanga Kisii hapa. Kisii iko na county 3. Kisii, yes, Nyamira na kuna Gucha. Yes. Sasa Gucha mimi na Osoro ndio vigogo. Na sisi ndio wenyeji wa hii serikali. Hii naambianga watu hivi. Wenye wanajaribu kutafuta serikali ijayo, wacha watafute. Lakini sisi tuiunda serikali ndio tuko sahihi. Na tunafanya nini? Maendeleo. Ukweli ama uongo? Mwanje to Osoro lakini. Amaene. Mwanje to Osoro mwana takana tari wage. Mwamotigire wasemoga nako amanere. Moche mwana ende. Amaene. Mama etonga kiakorokwa. Kidure ongeza professor. Anaitwa professor, our able deputy president. Fanya hivyo. Our current rais aliansanga hivyo is now the current president. Huwezi jua mambo ya kesho. Huyu jamaa mpole na mpenda. Sasa next Bomachoge jirani hapa. Kuna mimi na Osoro tuko tamu yetu ya pili. Tamu ya kwanza Trans Nzoia ilikuanga na mbunge wa wanawake na alikuanga na maneno mazuri. Alikuanga anasema juu ya utamu. Usijui kwa wapi. Laundi hii tena wako na county mwanamke anasema juu ya sasa sijui ni fimbo gani. But all in all, amesema kitu yenye nyinyi mnafanya nini? Mnaelewa. Talibo gaki. Hii serikali tulioko saa hii, wacha niwaambie wakaaji wa South Mugrango, hii serikali imetufanyia mambo mengi sana mimi Osoro na Chaveti. Kwa hivyo msidanganywe kwamba kuna serikali nyingine tena mahali. This is the only government. Just wewe fanya kazi na hii serikali, mengine yafuate baadaye. Na hii Kenya ni kabila moja. Kenya inaitwa kabila ya Kenya. Mimi ni Mkenya, mimi si Mkisii, mimi si Mkuria, mimi si Mkikuyu. Kwa hivyo wenye wanaongea mambo ya ukabila na Ukikuyu, Kisii au si wa Kenya. Sisi ni kabila moja. Another thing, hii siasa si ya roho, ni ya mapua. Unaongea leo, mkikosana kesho hapana kaa na siasa kwa roho. Unakaa kama siasa ndio maisha yako. Unakaa na machungu kila wakati. Pole sana. Okay. Kwa hivyo mimi nasema Your Excellency, wewe kanyaga kazi vizuri. Bomachoge is next. Is next. Tunajipanga vizuri, hatuna maneno. Akesa yamake. Moko manyasinya sai. Lakini kuna kitu moja Your Excellency anifurahishi before nitoe pesa. Yeah. This broad based is the best government. Yeah. Lakini our co-partner anaitwa Baba. Yeah. Yeye anasema CDF ni mbaya. Hajui hata governor ni mwanasiasa amepigwa kama mbunge. Yeah. Mbunge simumpigia kura. Governor je? Kwa hivyo tena ukiuliza wananchi kazi yenye wanajua inaonekana ni ya CDF. Ukweli ama uongo? CDF ikae kuwa CDF. Mbarikiwe sana. Thank you very much. Nimetoa 1200. 200,000. 200,000. Wapi makofi ya mheshimiwa jameni? Sasa unaongea Kikisia hapa, nasikia kila kitu. Si Kimeru na Kisii ni lugha moja? Hapa Kisii sijui nani alikuwa ndugu mkubwa, alikuwa ndugu mdogo, sijui nani. Lakini hapa Kisii nasikia wanasema Mumeru
akiwa mdogo ni Mmeru, akiwa mtu mzima ni Mkisii. Na pale Meru wanasema Mkisii akiwa mdogo ni Mkisii, akiwa mtu mzima ni Mmeru. Umesikia hiyo maneno? Sasa sijui nani elder brother, nani younger brother, lakini ni brother anyway. Kisii ndiye ndugu mkubwa. Mlitorokea wapi? Wacha niite Honorable Steve Mogaka. Wapi nduru ya Steve Mogaka? Thank you so much. Thank you, Mheshimiwa. Abantu baminto n'abakwanira imbu ya more. God is good and all the time. Thank you so much, Your Excellency, rafiki yetu Kibet, Faruk na wabunge wenzangu. Mimi nimetoka Nyamira County na salamu za watu wa West Mugirango. Mkobwata mole amaigaba abagirango baro moro. Na wamenituma na ujumbe 3. Ya kwanza, Mheshimiwa Osoro, Government Whip. Mimi nimeambiwa na watu wa West Mugirango na Nyamira yote, hapo kwenye rais amekuweka kwa niaba ya Wakisii, usibanduke, kaa hapo na angalia mbele, tuokoe jamii ya Wakisii. Ujumbe ya pili, na kwa ruhusa yako naibu wa rais, Abakisii tigatoteba ni amanyene. Abantu mbale batagete gotobanga kogenda buna bali bachiete gokwera shakaola gaki mbura twesi ngwakana tole bango. Serikali tokoe bango, serikali kitari yeye. Tomanye gwakane bango torwo. Yani njira bongo tebanga Abakisii timanyeti nkoga nkori gitore bya mambia. Mambi mbokie. Lakini boro ka kitorwe bango ya ito yose pika to mago tigora abantu baliye ntuntoro ser kupara. Ebina bye byasana mutageta Abakisii to kwa Kenya. Na sababu kwa heshima wa naibu wa waziri, naibu wa rais, nataka uchukulie rais wetu ujumbe wetu kuwa wa Kenya, Wakisii ni wa Kenya, tutaendelea kumsupport, tutalipa kodi yetu na uzalendo yetu, na yeye atusaidie kufanya maendeleo hapa Kisii. Ya mwisho kabisa, naibu wa rais, mimi nimeambiwa ukuje Nyamira, ukuje West Mugirango, kwa sababu wewe ni mwalimu wangu, ulinifanya wakili, ukuje huko. Ndio sababu na support mwenzangu Osoro Torwabu, yani bari bako totebinga toumerane tobwaterane ngegente getanganye karutu abeire amo uno Mugusii nga Osoro Karwabu. Osoro Arwabu achi 100,000. Wapi makofi ya Steve Mogaka? Sinema. Osoro. Hello, how are you? Maisha. Bas, wacha dakika moja. Iko mheshimiwa anaitwa Joshua Ondora. Dakika moja tafadhali. We have finished. Tumemaliza. Ni MCAs tu watakuja hapa muwaone, ule local MCA atufungie mkutano. Lakini pia kuna directors hapa watatoa pesa. Yes, Mheshimiwa Joshua, haraka tafadhali. Thank you so much, our Deputy President. Wandami ntombi amole. Ngoro kingo kaboko go Osoro like this. Osoro twale koria. Kindi kitwale koria. Natonya twale koria. Ababunge mwale koligimbo banyorati. Mangu yangu ni machache tu. Your Excellency, jana tulikuwa State House. State House taliye ichiro yaliyo siri. Na ntwabwata a very candid conversation with our head of state. Na ande gato tebetiga wakati tuliingia hapo. Alituambia kwamba mimba na kitambi ni bidii ya mwanaume. Iko monyi wete.
abangi nobori tobori muko bogoria ni bidii ya nani? Na mwanaume ile kitambi ambayo mnaona nakuwa nayo ni bidii ya nani? Igo mwanyugule inche nataka ko batebie gentekemo. There is a lot of excitement kusingo mwana itonkori yare kirogo. Ukweli ama si uongo? Igo bono tulimie sitima ngankori gitore kirogo. Nga yani abangi nanto bakorera magendero because toganyite litorori bwate mbegu. Engakie yego ikangocha tole. Na vile deputy president amesema wakati hiyo ikifika uchaguzi sio phenomenon mpya. Tutakuja kama kawaida. Na tutaki tulete president hapa, the head of state, akuje kupiga siasa ambaye hakasi hakufanyia. Tunataka president akuje hapa kama vile ametuma deputy wake, akuje kukagua maendeleo ama miradi ya maendeleo ambayo alifungua. Na la mwisho, Bwana Deputy President, hii kijana yetu Osoro, unajua ameiba msichana kutoka kwenu. Amechukua hajaiba, tulimpea. Sasa ile ambayo ninakuhakikishia na kuambia ya leo, Hata amelipalipa sio vile nilisema. mwezi wa Agosti, Nilisema tu ni kumaliza hajamaliza. in Agosti ambayo hii tunaenda, Yeah. mimi na wasi tunaitwa bagake bichi abanyanyimbo. Tunakuja kuleta mahali. Very good. I'll be one of those guys wala wazee 5 ambao watabeba Osoro kwenda kulipa omotage tena hande to ruo mosubati. Utanipata hapo. Motage to ruo makungu. Wo majumbe. Osoro yango gotebie gentekemo. Abwa sobete beta kabisa. Arusi goseta arusia. Akibete kabisa goseta akibeta. Ya gente kito rusi ime. Bas. Cosmo Choi. Iko na rafiki anaitwa Cosmo Choi. Mnajua Cosmo Choi? Iko rafiki yangu anaitwa Cosmo Choi, dakika moja. Your Excellency, 20,000 shillings. 20,000 makofi. Wapi nduru ya Cosmo Choi rafiki yangu? Bas. Dakika moja na nusu. Yeah, thank you. Unajua naweza sema Kazimo, baby, Kazimo easy kazi. Mwanaume kamili, mwanaume tosha. Mumefurahi kuniona hapa? Munaniona kwa mtandao sana, si ndio? Mimi niko na historia kubwa hii Kenya. Rais William Samoei Ruto ni rafiki sana. Alikuja ng'amba, watu wakasema hata kanyaga Amerika akiwa deputy president. Alikanyaga mwenye alimkaribisha siri mimi. Mnajua hivyo. Arafu huyu tunapendana sana. Huyu ni ndugu yangu, hata nikimpigia simu kama achukui ananiita park. Tunapendana ni kama tulisaliwa na mamangu Bilisikira. Ya pili, huyu Osoro ni semeji. Mama ya watoto yangu tumemtoa hapa Muma. Mama ya wasichana yangu wale wasomi kwa 4. Si mimi ni semeji yenu hapa. Huyu Osoro ni mwanaume. Wacha niseme. Leo nimekuendosi 100%. Utarudi hapa na nimeona watu wanakupenda. Hii watu yote sikujua kama unapendwa kama pesa hivi. So wacha niseme hivi. Mimi nilisema Ruto atakuwa rais, akakuwa. Nikasema ndugu yangu atapata na atapata. Second term ya William Samoei Ruto obvious 60% tunashinda. Wakiwa na ndugu yangu. Osoro South Mugrango amuchabeba bendera. Mbele ya Mungu mkimchagua second, third term tutakuwa na by election, yeye atakuwa minister abeberusha bendera hapa. Mtamchagua namna gani? Mtampigia kura. Kazimo baby, Kazimo easy kazi. Haya Kazimo. Keep chumba Choi mwenyewe. I approve this message 100%. Ndani mpaka ime. Wacha ni makofi. Unajua mimi sio mbunge, ninatafuta kiti ya ubunge Mbakazi East. Nimekuja tu na 25,000. Asante sana. Thank you very much. Naomba advisor wa rais mambo ya political affairs Charles Matoke, dakika moja.
advisor wa Rais William Ruto for political affairs, Charles Matoke. Dakika moja utoe pesa tuendelee tukufunga mkutano. Lero ndero bakungu tigatokwane. Mheshimiwa Naibu wa Rais, itifaki ikizingatiwa, jina langu ni Charles Choya Matoke. Mimi ni mshauri wa Rais katika Ikulu na mimi ndio kitinda mimba wa Rais kutoka jamii ya Wakisii. Nimepewa kazi kama mwezi uliopita. Kwa hivyo sisi tuko ngangari katika serikali na inda abantu baminto mwanje to soro. Mwanje to soro. Osoro abagirango takwegimeri osoro na into abagusitu ensi pikisi county ekimanto tageto osoro toigwana ine igomo igwete nkingo teba omogirango no munyari bari barabwata nengi kerabe kwa igure igo osoro ajiai. Basi asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nitatoa mchango wangu wa shilingi 50,000. 50,000 shillings. Makofi. Thank you very much. Sasa kwa heshima kubwa naomba MCS wetu wote wakuje hapa na kwa niaba yao MCA wa hapa atasema kitu na ataje wenzake majina peke yake. Wapi MCA wa hapa? Ni sawa. Sema kitu na useme majina ya wenzenu. Our Deputy President, our members of parliament and other leaders na wananchi, habari zenu? Asante sana Deputy President kwa kufika hapa. Hii ward inaitwa Chitago Borabu. Ule amechelewa kidogo. Mimi nimechaguliwa na chama cha UDA. Nimekuja kumwakilisha. Mbobe na akolire. Mbia mono na momo tebi ocha saba raibale mbia mono. Naitwa Celestine Oriango. Haya, asante. Jina? Naitwa Edna Kwamboka. Thank you Kwamboka. Dolphin Buari Obuari Buari. Mama picha. Asante sana. Piga sinema. Tupeke katikati. Na pesa iko wapi nini? Wapi directors wale wako hapa wakuje waonekane. Wale watu wamepewa kazi na rais kama directors, vice chancellor, hamtaongea tu muonekane. Osoro ataje majina yenu. Mention the names. Tumalize hii kazi. Taja majina yao. Na ile just the name and the board you are in. Uko bodi gani? Kenya Re. Kenya Re Insurance. Dr. Zakaria Yenda, Kenya Re. From Maro. Kutoka Maro. Dr. Willy Somoyo, Joust Council Member. Lilian Mogendi, NTSA Korutabaka, South Mugrango. Professor Nathan Ogechi, Vice Chancellor Kisii University. Edna Kangwana, Council Member, University of Kabianga. Jared Ongwae, Water Resources Authority. Purity Kirera, Bomas of Kenya. Thank you very much. Watoe wasitoe. Watoe wasitoe. Wachange wasichange. Wangapi wanasema wachange? Hamna bahati. Kwanza nyinyi ni wadosi. Yeah, thank you very much. Asante sana. God bless you. Professor Nathan Ogechi. Huyo tulikuwa tunafundisha na yeye kule Moi University zamani. Kumbe siku hizi wewe ni DVC. Ni Vice Chancellor wa Kisii University. Umekuwa mdosi. Thank you Professor. Bas. Hiyo utachukua zawadi baadaye wewe Osoro, my brother. You've done a good job. Osoro amefanya kazi hajafanya. Ngoja, Osoro amefanya kazi hajafanya. Osoro anatosha hatoshi. Si ndio kazi ya mbunge ya kutafutia watu yake? Wanapanua biashara zao. Wangapi wanaunga mkono Osoro hapa? Ile pesa ambayo tumetoa 9,400,000. 9,400,000. Pigia Osoro makofi. Well done.